mutongione orabubwane uya wao waitulia omoyone aye naye omorisia one nende omorai bobogi mabwane unendete unendorero neriso yao otogiwe omonene mutongione orabubwane uya wao waitulia omoyone aye naye omorisia one nende omorai bobogi mabwane unendete unendorero neriso yao. Wale. You know, I always tell musicians, if you have to do someone's song as a cover, please do it on the same level or exceed the level a little bit. Because some of us do other people's songs and underdo it. Ukiona umefanya song ya mtu cover na hujafikia kiwango chake ama umepita kidogo, please achana naye. Acha iende. Si ndio? But she has outdone it. And then ameifanya kwa local dialect. Hayo makofi hajafurahia. Amen. Makofi. Jana nimeambia Askofu Makota. Nimemwambia kwamba imeenda shule, Tanzania kuna msemo kitu kikuwa kizuri tunasema kimeenda shule. Kama huo wimbo umefanya nini? Umeenda shule. Askofu akaniambia sio shule, umeenda chuo kikuu, umeenda university. So huo wimbo umeenda university. Amen. Asante sana. Thank you very much. Gega CEO kwa presentation kama hiyo. Kwa sasa ningelipenda kabla tujasonga sana, manake tunajua kuna waimbaji wengi ambao special singers like Ambassador Ruby ambao wako hapa watafanya presentation zao, na pia kuna Bishop Makota pia ako na presentation ambayo kila mtu anasubiri, manake jana ameimarket hapa kwa njia moja kubwa sana na watu wanatarajia. Tumekuwa na wakati mzuri sana na yeye hapa, kwa hivyo wakati wa rumba unafika. Lakini kabla ya hayo ningelipenda turudi sasa kwa the main core. Mama ambaye amefanya sote tukakusanyika hapa. Watu wakamaliza service wakasema hawataenda lunch, watasubiri. Tungelipenda kwenda moja kwa moja kwa mada ya siku ya leo ambayo ni celebration ya miaka 35 ya Pastor Mary Kerubo katika huduma. Jinsi alivyosema, asante sana wanaosimama. Jinsi alivyosema Apostle Morabe jana kwamba miaka 35 kuna wengine wenu mlikuwa hamjazaliwa. Alisema mama zenu walikuwa hajazaliwa. Ni kweli. Kwa hivyo lazima tumvike maua siku hii ya leo, tumpambe alivyo hivyo, tuseme Mungu akubariki na azidi kuwa mwaminifu katika maisha yake. Miaka 35 sio mchezo, ladies and gentlemen. Shangwe, vigelegele na nderemo tunaposherehekea 35 years in ministry. Mwanzilishi ama kati ya waanzilishi wa gospel music hapa Kisii na Kenya nzima. Manake huyu ametembea na wanamuziki wakubwa ambao wameibuka kwa miaka mingi ambao ninawafahamu. Wanamuziki kama vile Mary Wamboi, wanamuziki kama vile Mary Atieno, wanamuziki kama vile Shari Martin, wanamuziki kama vile Angela Chibalonza, wanamuziki kama vile Pastor John Deus, wanamuziki kama vile Pastor Faustin Munishi, wanamuziki kama vile Mama Agnes Masika ambaye ndiye mama yake Masi Masika. Huyu ametembea na hao wanamuziki wote, pamoja na wanamuziki kama Abela Munga pia ametembea nao wote. Wanamuziki kama vile Mamos Ruby Ambassador yuko hapa na sisi, ametembea nao. Na baadaye kidogo Mamos akija hapa tutawapatia historia tu kufupi, yani yetu kivyetu, our own experience. Na pia najua kwamba atakuwa na muda wake wa kutoa historia yake kidogo, mpate kujua ile njia ametembea. Ndio wewe ambaye ni Gen Z, usikuja kutoa albamu yako hapa unafanya hivi, unaruka alafu ukifika mahali unaona kama umefika.
miaka 35 wewe ukiwa 18 years. So heshima idumu. Ladies and gentlemen, one more time, a big round of applause to our mother, gospel legend, Mary Kerubo! Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninawashukuru sana mom na dad ambao wamenilea katika mji wa Kisii. Ninafikiri nitapata nafasi baadaye ya kuwashukuru kwa njia ambayo inastahili. Amen. Kwa sasa wacha tuimbe wimbo ambao unasema ekiriro ekiriro. Ndio nyimbo zile nilianza nazo 1991. 1990. Ndizo ziliko tulizorekodi na wapendwa tukiwa watoto wadogo, wasichana wadogo. Lakini tunamshukuru Mungu, kuna nigonde moyo rasenge choya Yesu elietalia utata nenguwa yane. Taniwa radhi, niko na oma tangu jana, lakini shetani ameshindwa, si ndio? Kuna wimbo unasema omosubatia kamotevya aye no Yahudi na iche no Samaria titori gosanga bintu. Wengine wanasema nime na Cherikina, wengine wanasema ni mnataka gani na Cherikina? Haya, tuna Cherikina, twende na Cherikina. Twende
I love our daddy so much. Apostle Peter Muruabe. Yeye anakata machozi kwa hii kanisa. Yeye anakata machozi, lakini kuna watu wetu bado wanalia. Tunataka kuwauliza kibakorera. Ngibatari gukira se Yesu batinyi wa mariga. Twende. Saidi tu makofi pole pole tu.
10, 15, 20, 25, 30, 35. By the grace of God, Yes. I'd like to recognize Jocelyn Nyansarora. Nyansarora. Jocelyn, you are amazing. You have blessed me. Gospel Embassy, you are blessed to have this lady. God bless you. God use you to higher heights in Jesus' name. Amen. Receive that anointing in Jesus' name. Receive it from him. Receive it. Receive it. Amen. Now, I know some of you, like when I was a child, when I was growing up, I used to hear that the late former President Mwai Kibaki, watu walikuwa nasema alikuwa anatoka Western Province, because we have names like Shivachi, so watu walikuwa nasema ati vile alienda huko akabadilisha ikakuwa Kibaki lakini ni Shivachi. So some of you could be wondering, is Mary Kerubo from Kisii? Could she be from Luoland? Could she be from vile sasa ametembea na ambassador hapa? Could she be from TZ ama Luya? Tunataka kujua historia yake kidogo mnapokaa chini. Kwa dakika chache tu tungelipenda kusikia historia ya Pastor Mary Kerubo, na unajua from Mary itabidi utuelezee kidogo, alafu tusikie ile nyingine ambayo iko recorded, kwa sababu kuna ile ambayo iko kwenye imenakiliwa kwenye kanda na kuna ile ambayo yeye mwenyewe atatuambia, na pia kama kuna jamii ama jamaa wote wako hapa tungelipenda kuwaona hapa, itakuwa ni njia nzuri. Thus, the brothers are here. Brothers are here. Brother to Mary. She's going to call them up. Yes. She'll call them up. Okay. So, Pastor. Bwana sifiwe. Hallelujah. My family wako hapa, my brothers wako hapa. Ningependa popote walipo familia yangu wapunge mkono. Babangu Makota yuko pale. Familia yangu, my brothers, ndugu zangu, familia yangu wote, kama mko familia yangu. Amen. Amen. Nitawatambulisha kwa majina baadaye. Naitwa Pastor Mary Kerubo. Shikia tu hapo kidogo mchungaji. Kabla hajaendelea, kuna gari ambalo limeziba gari lingine kuondoka, na kwa sababu ya masaa ya lile gari ambalo linaondoka, ningelipenda tafadhali kama wewe ni mwenye gari KBU 136K, if you are the owner of car number KBU 136K, tafadhali unaulizwa uweze kuondoa. Kuna gari lingine nyuma yako lingelipenda kuondoka saizi. KBU 136K, tafadhali sasa hivi utuondolee gari lako. Asante sana mchungaji. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Nilizaliwa, naitwa Pastor Mary Kerubo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amekuwa mwaminifu na mwema kwangu. Nimezaliwa katika familia ya Oirere. Kwa mama yangu Roda alikuwa kwe pamoja nasi, lakini anasikia vibaya tangu juzi angeweza kufika, ila my brothers wako hapa, my sister in laws wako hapa, na watoto wetu wa kaka zangu, wa dada zangu wapo pamoja nasi. Kwa hivyo nimezaliwa katika familia ya watu 9 nikiwa kitinda mimba katika nyumba yetu. Amen. Amen. So niliishi Nairobi miaka mingi kwa sababu ya uchawi. Nilikuwa narogwa, nilikuwa nipoteze maisha. Kuna kipindi nikiwa mtoto wa miaka nafikiri 7 hivi, mama aliambiwa hapa General, ilikuwa inaitwa General, ya kwamba nimekufa. Sasa kwa sababu hakuwa na uwezo,
akaenda kutafuta gari, akawaambia msimweke mochari, naomba mniruhusu niende stage niangalie kama kuna gari inipeleke mwili nyumbani nikauzike, maana akienda mochari sina bill, sitaweza kulipa bill. Na wakati huo mama yangu alikuwa amekanyaga chini. Tulikuwa maskini kweli, hata maskini wengine wanatucheka, hata maskini wengine wanatusema, lakini Mungu ni mwaminifu. Alipokuja kutoka stage kutafuta gari, alikuta nimesinduka na nimerudi uhai. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mambo mengi ambao sina muda wa kuyaelezea, niseme ya kwamba muda mwingi nimeishi nje na watu, nimefanya kazi kwa watu nikisoma ili niweze kuwalipia ndugu zangu school fees na mimi mwenyewe niweze kusoma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo namshukuru Mungu umbali huu amenileta. Niliokoka mwaka wa 88 nikiwa msichana mdogo sana. Ndipo nilikutana mwaka wa 1990 na hao wapendwa Abel wakati walikuwa anaimba na Mary Atieno. Nyimbo zote zile Mary Atieno anaimba zimetungwa na Abel. Hiyo ndio hamjajua, ni utunzi wake. Na sauti zote za kiume mnazozisikia kwa nyimbo za Mary Atieno, wale wanafanya video wana mime, lakini sauti zote ni za Abel. Na hapo tulikutana na Abel mwaka wa 1991 pale Redeemed, wakati Bonke alikuja, I think kwa mara ya kwanza Kenya. Bwana asifiwe. Na namshukuru Mungu umbali huu amenileta. Historia yangu itasemwa pale. Ni washukuru wote ambao wameniombea, wameshirikiana pamoja nami. Nitasema mengine baadaye baada ya kuombewa na kuwekwa wakfu na baba yetu tunayompenda Apostle Peter Muruabe. Amen. Amen. Mbarikiwe sana. Nitasema mengine baadaye, maana nikianza kusema nitaanza kulia na sijaombewa. It's okay for last borns to cry. Kwa sasa sijui kama ile imerekodiwa, tutaisikiza saa hizi. I think so. Sweet with that. Papa, simamiko hapa. Papa, simamiko hapo hivi. Okay. Hivi. Sema barabara za bara zimejengwa barabara. Barabara za bara zimejengwa barabara. Parapara za para zimejengwa parapara. Parapara za para zimejengwa parapara. Asimeko mchueko. The voice that is coming now is done by one and only Takasas tuende professional. Najua wewe ndio umetamba huko na mimi hapa, mimi ndio wanaamini. It's true. Mnaamini sauti gani? The best bread in. Mesikia vile naitwa hivyo? Naitwa the best bread in town. Twende ile kasi yako. Unajua wewe unafanya kazi professional. Hiyo sasa ndio sauti yako. Nataka kusikia vile una. Let's go. Radio Citizen, chemi chemi ya ukweli. Radio Citizen 106.7 FM. Radio number 1. Nikupigie yangu. Getembe Television ikiunga Kimomogusi. Getembe Television ikiomba Kimomogusi. Mbona wale watu ambao wamekuja na nyinyi? Now you need to know vile mambo inakuwa hivyo vizuri. Thank you so much. I'm time for being with us here. Wacha tuchezewe one on one. Karibu. Yes. Aya, mnajua siku hizi kuna wakati ambapo tulianza kuimba tukiwa pamoja na Mamos na Pastor Mary. Wakati huo zilikuwa zinaitwa cassette. Ile cassette ukitaka kupeleka wimbo mbele unaingiza byro ndani, unafanya namna hivi. Kama unakumbuka hivyo wewe ni wa zamani. Unazungusha namna hivi, alafu ikikaribia wimbo unapunguza speed
unapeleka pole pole. Naona apostle anajua, kumbe apostle anajifanya hapa Gen Z, lakini ni wa zamani, ni wakale. Alafu baada ya hiyo zikaja zinaitwa DVD ama CD. Wakati wa CD pia tumekuwepo pamoja na Mary. Oh yes. Wakati huo tulikuwa tunatengeneza CD, unakuta Ambassador Mamos kule River Road amekaa anatengeneza makaratasi ya kuweka kwa CD usiku kucha. Na CD yake ilikuwa inaitwa Hosana. Mtasikia hapa wakati atakapokuja akiba wimbo unaitwa Hosana. Anatengeneza makaratasi the whole night kule River Road. Alafu kisha baadaye kukakuja sasa, tukapanda bei, tukapata DVD. Unasikia yako ni CD ama DVD? Ni TVT. Okay. Haya. Baadaye kidogo kukafika wakati wa sasa ambako sasa hakuna gadget yoyote, ni YouTube na TikTok na Facebook, Yes. na Instagram. Lakini sisi waimbaji sasa tunasaidika pale wapi? YouTube. Maanake ukiwa na YouTube page, nyimbo zako zitajulikana wapi? Kila mahali, sio Kenya peke yake, lakini pia nje ya Kenya. Kwa hivyo tungelipenda kumpromote huyu mama kwa kusubscribe kwa YouTube yake. Kama uko hapa na uko na simu sio ya kufinya, ile ya kugusa. Kuna watu Kila wana mtu simu ya tuingie kufinya. YouTube tafadhali. Kila mtu tuingie YouTube. Chukua simu yako. Chukua simu yako, tumeruhusiwa sasa. Weka data iwe on. Weka data kama una data, Wi-Fi kama MiFi. kama una MiFi. Weka namba yangu ya simu unitumie airtime nikununulie data saa hii. 07. Haya, mnaweza kufanya baadaye. Jina lake la YouTube ni Pastor Mary Kerubo. Thank you please. Tafadhali. That is the only way we can celebrate her. Hivyo Yes. ndio tunaweza fanya. Kila mtu tafadhali ingia huko. Okay. Na jambo moja ambalo linaruhusika, ukisubscribe najua itatoka. Lazima itatoka. Ukifika ukisubscribe itatoka. So unaruhusiwa kuguza kawimbo hapo kidogo, upunguze sauti. Na wale ambao mko nyumbani, I know you watching us. Tafadhali, we are celebrating the 35 years with Mary. Sasa tuna support. Ni sense tu kidogo, okay? Tafadhali support Sauti Pastor Mary Kerubo. zinazoaminika ni hizi mbili. Sauti zinazoaminika ni hizi mbili. Sauti zinazoaminika ni hizi mbili peke yake Kisii mzima. Na international. Pastor Mary Kerubo, guza wimbo mmoja tafadhali, and then for like 2 minutes ndio Make it- itaingia. make it active. Otherwise haitaenda. Ukifanya hivyo, ukiguza, baada ya sekunde chache itakuwa imetoka. Punguza sauti tunapofanya hivyo. Ikiwa kaseti iko tayari, imefika. Kaseti imefika tayari. Imefika huko. We waiting. Niambie unapoendelea kupromote hiyo, niende huko so that ninong'oneze. Thank you because of that. Aya, so unaweza kosa kufanya hivyo wanapokueleza ndugu Mkate, lakini baadaye tafadhali ingia kwenye YouTube yako, angalia Pastor Mary Kerubo na usubscribe. Ukisha subscribe, make your subscription a bit active by playing a song or two. You not necessarily all the way to the end, but make sure you make it active. And that way you will have supported her ministry, and also celebrated her today as she celebrates 35 years in ministry. I know some of you are celebrating perhaps 5 years. That's a milestone. And make sure to celebrate each and every step you take, because it's sheer God's faithfulness. Hata kama umekuwa kwa ministry for 1 year na umetoboa that 1 year, kwa sababu ministry ya music iko na challenges zake ni kubwa sana. Alafu hapa Kenya tuko na challenges za wanamuziki wenyewe kwa wenyewe, kulimana, kuchongoana, kubishana, kuvurutana mashati na makoti. Na katika ukumbi huu na katika madhabahu haya, ningelipenda kukemea hiyo roho ya kuvurutana na kuoneana kijicho na wivu katika jina la Yesu Kristo, ili wanamuziki wote wapendane, wawe kitu kimoja, wasapotiane. Mmoja akiinuka mwingine anashangilia anafurahia, mwingine akiinuka mwingine anashangilia anafurahia, ili tuinuane wenyewe kwa wenyewe. At the end of the day, number 2, kuna wanamuziki wengine akisikia kwamba musician fulani ameimba wimbo wake anaenda kotini.
Ni aibu sana gospel musician kupeleka mwenzako kotini kwa sababu eti ameimba wimbo wako. Anakusaidia kupromote wimbo wako, anakusaidia kueneza neno la Bwana. Manake huo wimbo haukupewa wewe, ulipewa huo wimbo kwa sababu Mungu apokee utukufu. Amen. So tujifunze kusapotiana sisi wenyewe kwa wenyewe, tuache kuoneana kijicho. Najua kwamba wakati unakaribia ambapo tunamkaribisha mtumishi wa Bwana Bishop Makota. Nasikia anakalia kiti moto pale, anasema MC wataniita saa ngapi nije pale mbele nifanye mambo. Najua wakati unakaribia tu. Wanapojiandaa kwa hilo, we recognize the presence of Pastor Rebecca Thomas, who is an artist too, one of the oldest, a mother to many who performed here. Kifika wakati wake ataimba. Two, we recognize the presence of Irene Nyaboke, ambaye ni mwimbaji pia. The presence of Judy Mama, an artist, mwimbaji. We recognize the presence of Reverend Miriam Ogega, Pastor Christine Gichaba, Overseer, who is a brother to Pastor Mary, Eric Oirere, of Voice of Zion. Thank you, because ikiwa iko tayari tafadhali Eric, you can play as we wait for that. Ikiwa iko tayari tafadhali cheza. Sana na wiji wa nyimbo za Injili kutoka eneo la Gusii, Mary Kerubo aliokoka mwaka 1988 pale Redeemed Gospel Church Huruma na waimbaji wengi wa kizazi hiki cha sasa. Kwa sawa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba wa nyumba, nashukuru sana kutupa madhabahu haya. Na nashukuru kwa ajili ya wote ambao wamefanikisha mkutano huu. Nataka nikashukuru mama yangu Mary Kerubo. Back in 2000 wakati na mimi natapataba huko Nairobi naanza, nataka niimbe Isaya ereni gagontebia, lakini sijui studio Nairobi, na nimetoka Kisii, nimefaa raba sawaidi ambazo nimepaka choka. Sasa nilikuwa nampigia simu, mama uko wapi unisaidie? So that was 2000, na sasa ukiona tuko 2025 is 25 years down. Na kama kuna waimbaji ambao waliimba wakati hakuna pesa, baba yetu Bishop Murwabe, this is my dad. Kuna wakati nilikuwa mkutano wake kwa stadium pale, akaprophesy kitu, ikaenda miaka 10 ndio ikatimia, na muida baba yangu. Nataka kukua mfupi sana. Kama kuna waimbaji ambao wameimba kama hakuna pesa, ni sisi na Mary. Wengine wamepata blue band, wakapaka mkate wakaenda kuimba. Sisi ni wale mlikuwa mnatupea ndisi hapa kwa soko, mnachanganya ndisi na mboga na njugu, ukifika kwa nyumba simekuwa kitu kimoja. Nataka niimbe wimbo wangu mpya. Kwa saa hii niko mchi wa Nairobi, mahali panaitwa Tasia. Mungu ametubariki na kanisa kubwa, nashukuru Bwana. Nasikia kuheshimika kutumika chini ya mafuta ya mtumishi huyu. Ashakuja huko, ameibariki, ni kuenda tunaenda. Haleluya. Nipe wimbo mpya ambao umetoka wiki hii, uchaimbwa madhabahu yoyote. So dadi, nikimaliza useme jambo ili wimbo iende kwa mataifa. Nipe wimbo. Sijui kama kuna unipe soundi na wimbo, soundi na wimbo. Mayangu chale, mwakoyora mangana mayangu chale. Wimbo baba. Mumuroyo. Omwakoyo amangana mayangu chale, omwakoyo amangana mayangu chale.
mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale Marita Production. amangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale omwakoyo ramangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale amokole na mwamu na bibya tutandire omwana w'omuntu ekera byukire basani bane mutigagende tokorara togosunduka tokoragira tankororo kurese obe abana bamito igasi bagokora iyendiriye ngobosa murongoteni saisaisi mutijolesi wechi bodaboda omwakoyo amangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale omwakoyo ramangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale Hello. Abana baito batage tomolembe kanisa chaito chinaye tomolembe chigoma chaito chinaye tomolembe etinasi chaito chinaye tomolembe ebyasara byaito binaye tomolembe amasomo y'abana baito batage tomolembe tomolembe tata omorwoti wa molembe omwakoyo amangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale omwakoyo ramangana mayangu chale omwakoyo amangana mayangu chale tunasonga mbele aturudi nyuma tunasonga mbele tunasonga songa tunasonga mbele aturudi nyuma tunasonga
gutigete Omakoyo nake Omakoyo tunasonga mbele Omakoyo nake Omakoyo tunasonga mbele Omakoyo amangana mayangu chale Omakoyo amangana mayangu chale Omakoyo ramangana mayangu chale Omakoyo amangana mayangu chale Wapi makofi ya Yesu? Amen. Kwa sababu leo ni Sunday, mnaelewa. Tulikimbia tu support mama. Natuma msaada wangu pale kwa simu yake wa shilingi 3,000. Amen. Shilingi 3,000. Na mengine Mungu awabariki. Natuma wapi? Kwa meli. Thank you so much. Mungu awabariki. Wapi makofi? Amen. Thank you. Tunaenda kwa ile ambayo ilikuwa imesubiriwa. Wanamuziki, tafadhali mjifunze kufanya mazoezi. At least asubuhi ukiamka ukifanya mazoezi ya sauti na pia unajinyoosha kidogo. Unatoka kule nje unakimbia kidogo, unapanda mlima kidogo hapa Kisii na milima mingi mizuri. Unateremka kama una hema. La sivyo hautaweza kuperform kama huyu mama. Kuna majenzi hapa mna perform nyimbo moja unaisha unatoka Mungu awabariki. Yeah. Umeisha. Lakini mnaona bado angeendelea mpaka kesho kwa sababu ako physically fit. Juzi nimeamka asubuhi tunakaa mahali pamoja na Askofu Makota pale. Akakuja kwa room yangu kama ana pant. Nikamuuliza Bishop, vipi? Akasema nimetoka kujinyosha misuli kidogo. Nafanya kidogo mazoezi. Maana yake unaelewa sasa ukimwangalia hivi unamuona yule jamaa pale kijana wa miaka 35. Ningelipenda wale ambao hamuko hapa jana mpate kupata fursa ya kumuona kijana wa miaka 35 akiondoka rumba ya pesa, akiondoka sebene ya pesa hapa. Ladies and gentlemen, I am delighted, I am honored, I am humbled to welcome all the way. Ngoja. Ametoka Dar es Salaam, Tanzania, akiendesha gari peke yake all the way to Kisii. Piri ya makendo na boigo happy Palm Sunday kurwase emese ye kionga kine kionga chinsa ikumi asenchira yo bonge chenga trene nyabuga tokobotera na nere havira kariri kurwase studio kabere ati koene kya buna chibiche chiga na mare ugingo ikarachire asenchira yo bokara no karanso ike tokomanye na boigo togasami gatiari aberka koene kiwa kurwa chinsinyo inye chinsi enkima na togo chakanigo abakristo be kanisa yege katoliki ensenkima basangirekana ase chikanisa bunenchira ya moyo gochengera rituko rya make
Makendo erimanyikaine buna Palm Sunday omwanju murere ogochengera ritukeriga ne kemanyero kyogo chigokora omo se ne kemanye kyo chigokora chinga kichallenge gose okwengata okukora chakwera rituko ria ijuma ekerotora chekogenda rituko ria Good Friday ritukeriga nigo abakristo abakaturiki ensengema babugoria matoya Makendo na gutara chipara goikera ase chikanisa chiria bagosa asembera bunenchira yemo yokunyere chengencho na boigo chinchira chiria Yesu asoete ase mucho Jerusalem karinete ebunda ase boigo abakristo abo baboriwe gose okwana na getembe nigo musasiroti fatajoto korwa ase parisha ichuni aborire abakristo bonsi na boiga abantu bonsi kwegya chimbwa cha Yesu orobotioru asembyo ikubolinene ya Palm Sunday dituko yo mukuru wa Makendo ase Kristo Katoliki dituko tumuchaka umukuru mutagatifu ogochaka bono ogendere mbakari kulingira ya Pasika umukuru wega waliganije kubwa ase kwa tagete Jumatano yeri aso Wednesday aso kwebanga ase bitike nene ya Pasika pero Yesu Kristo agotonyorero uguturwa ase abantu bonse lero ekirisia ase sima kebasherekea bitkerera pero Yesu Kristo agota asa kwa Yerusalemu aso kuyalgania aso gutura mwanya abantu yesa mayigera cyari kuryara yaro Yesu Kristo akwalgani bono mugoko na bali bamwanjite mono ensemble ya kabiri Yesu Kristo akuna jirikina nabali bamwangite none bali barenga abasani ba ngase bitike ya bakristo bonsi ase parishi y'Echuni ase maasi wa family misa ase sentere ya Mtakatifu Monica kemoga wanangeli gutwensi unyale go swasi mukuru Mtakatifu aso wechena asitira ao entere ya mugutera ase sakramento y'uso sora na penitencia yetu aboli yetunyare witibye yetunyare gocheneka na gusanga na Kristo aso kuvuka kwaye abakristo bonsi ase parishi yetu bobatukimisa ase kira chisenda elikwalganya abakristo baito banyare baswasa umujegore wo Pasika umukubyolega wa Makendo ase Kristo mere ewiki yo moerio asikiri kire kubata sita echo kuyalganya ase likone ya Pasika neli tukelega na liyo tukolina na ase Kristo Katoliki ase amatuko 11 Easter ya Pasika para Yesu Kristo agieta makeli na akavuka kurwa sabatu ego kogo semele nasubu mo tomenyeka kajo tomenyeka gusaigo kubuka koba kure nkoro nuko kumugwa kare na kare mboro ngaba Kristo tukurangeri waleo ase kanisa cheito ase family cheito na ndikokoro umukia ase gusanga nande toirore ko bateye tokobaganira Happy Palm Sunday korwa ase ekionga na boigo korwa ase Getembe Television na tokoska botweni go muraibensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto aikirana omoyiga bwa masabo oyochireta amochikanisa ase ensemo ya Kapungetik egotoka county area Elgeyo Marakwet muraibensi oyorenge nabasani baye egati yabo mowaziri boborendi bweme muske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo barira yogocha gukora abakenya emirimo ase chinga kecho Murkomen aboli abaibori kwene kyabuna ngosomya bari abana babo chimbwa chingia asumura ibwensenere arira yoko chikosira chisemi imiyensi ya Kenya hawakuweza kufika kanisani. It is parental guidance and the leadership of the church and the straightening by the community ndio imefanya sisi tukue watu. Mimi nasikitishwa sana when now in the whole country mimi na watu ya my generation na wengine kidogo juu yangu ati sasa kwa sababu sisi tulifaidika kupitia wazazi wetu na ile guidance ya kanisa ati sasa sisi tumerudi badala ya kuonyesha watoto yetu ile tunaonyeshwa sisi ndio tunaambia watoto fanyeni vile mnataka. Ati watoto wetu hawatafunzwa vile wanataka.
ati hawataonyeshwa njia yenye watafuata. This is selfishness, Your Excellency, and it's the selfishness of the highest order, because sisi tumeambiwa na Biblia clearly, you teach a child akiwa mdogo njia ile mzuri, na tutaendelea katika investment ya masomo, kwa sababu mimi ninaamini na nimesema ya kwamba the most central, the most important, the most critical resource we have as a country, the most important asset that we have as a country is our human resource. Utendakazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya. That is the greatest resource we have. Na ndio sababu tunatumia bilioni 650 kila mwaka kwa masomo ya watoto wetu. Ndio sababu nimeajiri walimu 76,000 wapya. Ndio sababu tumeweka funding model ambaye inahakikisha ya kwamba watoto wa kutoka jamii maskini wanapata basari 95% wakienda TVET ama university. Na ndio sababu tunaweka infrastructure ya mashule yetu. Tumejenga madarasa 17,000 ya kusaidia katika hii transition ya CBC. Na vile vile saa hizi tuko na partnership na World Bank kujenga tena 1,600 laboratories katika zile mashule ambazo hazina laboratories. We are investing in education because education is what sharpens. Konyi bumuraiwensi ya Kenya muske Professor Pram Kithure Kindiki nera nigo aikirana ase omorobere wa masause omoyega bwa masabo ense moya Narok ose ense ya Kilgoris e county ya Narok chinga keche nigo abarai bari baringe no moraibu no mokonyo yo baira chinga kichabo na kwaira nere byo gochaso moraiwensi no mokonyo ye ase okogenda gusira enchinsemo emergency ya Kenya ase omuske Kindiki atebanse moteyo erache gotigwa magega asa magendro eko abakenya bonsi nigo barengaine inso ye diri chiko gose ekatiba yensi ya Kenya. Serikali inahakikisha kwamba wakati tunagawa rasilimali za kitaifa, kaunti zote 47, constituency ama maeneo bunge yote 290, wodi zote zetu 1450 zimepata haki sawa, maendeleo sawa, nafasi sawa, kwa sababu hakuna sehemu ya Kenya ilifanya uchaguzi kuzaliwa Kenya na kujikuta Kenya. Kenya sisi zote tuko na haki na ni Mwenyezi Mungu alituweka sisi jamii zote. Pia Your Excellency, mimi nashukuru sana kama gavana wa kaunti hii. Tulikuwa na shida kidogo hapa boundary ya Kisii na Narok. Na nashukuru hata siku ile ingine tulikuwa na ingine hapa Migori na Narok. Wewe mwenyewe ulikuja na tukakubaliana na wewe ya kwamba tuweke JSU camp pale kwa Angata Barikoi. Saisi hawa JSU wako pale batalia mzima, na hiyo shida ya Angata Barikoi na Migori iliisha. Nafasi kuja hapa na bado tunataka tuwe pamoja na wewe. Sisi tangu wakati rais aliamua ya kwamba wewe ndio utakuwa deputy president yake na wabunge, sisi kama governors ya UDA na Kenya Kwanza na kwa Kenya mzima tumesema tukushikilie ili uweze kusaidia rais wetu aweze kuendesha Kenya yetu. Hii siasa ingine ambayo tunasikia watu wengine wanajaribu kukoroga, mimi nataka tu kukuhakikishia kama gavana wa kaunti hii ya kwamba sisi tunasikiza vile rais wetu anasema. Na rais usiwe na wasiwasi. Vile ilikuwa wakati wa Yesu, ndivyo iko hata leo.
Kuna wengi hawataona yale mambo makuu na maono makubwa mko nayo na nchi yetu ya kuleta watu pamoja kwa msingi wa kuleta nchi pamoja na kuzingatia maendeleo. Kuna wale watasema mkisema mutaleta maendeleo ni uongo. Lakini maendeleo yakifika watajionea kwa macho na ile siasa yao na minong'ono ya ukabila. Na siasa nigo chiakanirwe kwenekewa ase chikanisa yenkoreng'ana na barai kolwa obomo wa Kenya Kwanza obaikarana ase kanisa ya Githaiti PCA gotoka Githunguri ekaunti ya Embu ase chinga kecho omos kesudi osos kasudi aire chinga kecho na kobori abarai gotigana siasa ase kanisa na kogenda gosira emerobori ye chikanisa anene mono obwagachi na boigo konya abakoreri banyasaye. We are here and would not want to come and do politics in church. We would want to follow what our reverend has told us. But in future, we will need a good sitting to agree on how to go about it. Tuko na MCAs ambao wametutembelea hapa kutoka Kirinyaga. Tuko na Honorable Njeri Mwaniki. Mimi ni wasiseme jina. Sawa sawa. Kwa hivyo tuna former MP wa Githunguri anaitwa Kago, salimia wa Kristo. Tuna woman rep wa Laikipia County na ndio nimesema ni wa Women's Guild anaitwa Jane Kagiri. Tuna MP wa Baringo anaitwa Ruben Kiborek, vijana wale ambao barubaru wanafanya kazi ya Mungu. Asante sana. Tuna mheshimiwa mwingine hapa, former woman rep wa Murang'a County na pia ndiye nominated MP kutoka pande ya Murang'a anaitwa Sabina Wajirwa Shege. Ndio huyo. Tuna MP wa Gatondo North anaitwa mheshimiwa Kururia. Asante sana. Kururia ego kutondo ku nikuo gwetagwo atia? Asante sana. Asante sana. Na baada ya hayo tuna mheshimiwa ambaye ni engineer Oscar Sudi ambaye pia na yeye ametutembelea hapa na ndiye mgeni mheshimiwa katika hii event. Na after mheshimiwa Sudi leo tumebarikiwa pia tuna governor wa Uasin Gishu na pia na yeye angeinua mikono atusalimie. Asante sana mchungaji. Desturi ya kanisa, ukija kanisani unakuja unaomba, unaombewa, unafurahi, unaenda nyumbani ukiwa umefurahi. Na ile umefanya hakuna makosa, ni sisi ndio wenye makosa. Sisi ndio tulianza hii. Ukija kanisani unaongeza siasa hapo, unalima huyu, unalima ule, inaleta shida. Nataka nikuambie kwa hawa tumekuja na wao leo tulikubaliana ya kwamba tukifika kanisani na ukiona hata for the last 2 years mimi nikiwa kanisani huwa ninasema tafadhali siasa tuweke kando ya kanisa. Hatukuji mambo ya siasa. Siasa itafika siku yake na tutaongea hiyo maana ya siasa. Lakini tukiwa Chomure na rayo kuri kyonga chinsa ikomya senchira yobeng inye na boigo ibere chobotuko bwarero haroni ototo nyangi na chigo koretera yo amona ya na mangi a senchira yoboikera no korende koikera boni gango otokoira na gocha se kanisa ya Gospel Embassy bo se kanisa ya Pastor Morwabe abo asoyo moito aserieta Pastor Mary Kerubo agochengera emyaka 35 ase obokorero bwaye anene mono asense Mary yenjiri ngonyorenga Pastor Mary Kerubo nigo are oyo tukora Getembe Television na nigo akokoretera omorobiro bw'omusaso ko Jumapili kerari tuko na ritu kurarera nigo agochengera emyaka emenge bye tumirane ritu kore ange. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mwamba ni Yesu Worship Center. Nashukuru sana kwa kubariki ndugu. Amen. Mungu awatende mema. Meri ubarikiwe milele. Amen.
Thank you so much, Bishop. Amen. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Pastor Hesbon. Upako mwenyewe, mubarikiwe. Na mimi nimealikwa hapa ni support Mary. Mungu awabariki. Amen. Hebu fanya mkono hivi. Amen. Naitwa Reverend Evans Matara. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asante sana mama. Mungu akubariki sana. Thank you. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Reverend Cyrus Osoro Magati, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kuna ile team tumekuja nao kutoka Isase, naomba wasimame tu wa wave. Asante sana. Mungu awabariki, tuko pamoja. I'm Pastor Festus Mwikwabe, kijana wa mzee Morwabe, nimetokea Tarime, Tanzania. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nami nampenda Mungu, ninaposimama kwa madhabahu ninampenda Mungu. Kwa majina ninaitwa Pastor Mazerin Kerbobare kutoka Nyabioto Voice of Zion. Brata ya Mary ni overseer wangu Mr. Oirere Eriki. So ni baba wa kiroho. Wale watu tumetoka Nyabioto, hebu simama mfungie Mary mkono. Mbarikiwe sana. God bless you. Amen. Amen. Tukachi. Bwana asifiwe. Mimi niko na furaha kwa majina Reverend Eric Oirere Baranyantrago, kanisa la Voice of Zion. Mary ndiye ananifuata kutoka nyuma. Thank you. Amen. Thank you so much. Bwana wa mbinguni awabariki sana watumishi wa Bwana mliokuja. Na mimi sidhani kama itakuwa bora kuombea Pastor Mary kabla hatujasikia safari yake kidogo tu kwa ufupi vile ambavyo amesafiri katika huduma hii, kwa sababu miaka hiyo akianza uimbaji wake wengine tulikuwa mbali kidogo. Bahati niko nayo tu ni kwamba mamangu alikuwa ameolewa. Hiyo tu ndio bahati niko nayo kuliko wengine we. Lakini pia tunaposubiri hiyo, niseme neno Bishop Makota. Nimefurahi sana. Nimegundua kumbe sauti haina umri. Na hakuna cha chenzi, cha sijui aluminium ama alfa. Nimeona hapo wanakuchezea muziki ni machenzi. Wanakupaka hapo ni machenzi. Anayeimba ni chenzi wa 51. You know? Na nimeona kwa Yesu watu hawazeeki. Kwa sababu mkiimba pale mlikuwa wenye, yani ni kijana wa miaka 65. Hiyo nehema. Na hata nimesikia kama ni ufunuo kwamba waimbaji wakiamua wanaweza kuleta usawa dunia yote. Usawa kabisa, hakutakuwa na mambo mengine hapa na pale. Kwa hiyo nakushukuru sana sana sana. Na wale wa studio pia mtuambie kama hiyo historia ya Pastor Mary ipo, tuisikilize kwa ufupi ndio baadaye niweze kufanya sehemu aliyoniambia nimfanye. Ana na wiji wa nyimbo za Injili kutoka eneo la Gusii, Mary Kerubo aliokoka mwaka 1988 pale Redeemed Gospel Church Huruma, Nairobi. Ana na wiji wa nyimbo za Injili kutoka eneo la Gusii, Mary Kerubo aliokoka mwaka 1988 pale Redeemed Gospel Church Huruma, Nairobi.
Gusii, Mary Kerubo aliokoka mwaka 1988 pale Redeemed Gospel Church Huruma Nairobi. Naomba mumpatie Pastor Mary microphone. Kwa sababu ambaye tunazungumza habari zake yuko hapa. Na hiyo hadithi imetajwa hapo ni kumuhusu yeye. Njoo hapa. Na wewe ni mwanangu. Sasa Pastor, Bwana asifiwe. Hebu salimia watu wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jamani, huyu ndiye Pastor Mary Kerubo. Kama unampenda, inua mkono useme amen. Sasa Pastor, wewe umeniambia mimi nikuombe. Yes, na si kwa sababu, naamini si kwa sababu ulikuwa unafanyia hapa ambako ni kwenu, lakini ni kwa sababu ulielekezwa na Mungu. Mimi ningependa kukuuliza kwa ufupi tu, wewe unitajie tu ulizaliwa wapi? Kwa dakika moja tu. Amen. Ndio. Bwana asifiwe. Nilizaliwa Nyanthrobo kwa familia ya Wairere, nikakulia Nairobi kwa miaka mingi, ambapo nilianza huduma katika kanisa ya Redeemed Gospel Church under Bishop Arthur Kitonga. Kaingia kwa kwaya. Hivi uliokoka mwaka gani huo? 88. Mwaka 88. Nashukuru Mungu nilikuwepo na baada ya kuokoka, yes, ukajiunga na kanisa la Redeemed. Yes. Chini ya Bishop Gitonga. Yes. Sasa kutokea hapo kulienda? Ni baada ya kujiunga na kanisa niliingia kwa kwaya nikiwa nimeokoka. Baada ya miezi miwili niliingia kwa kwaya inaitwa Redeemed Voices, ambayo ni kwaya, ilikuwa kwaya kubwa katika kanisa ya Redeemed Gospel Church, na nikaingia katika kikundi cha intercessory ambacho kilikuwa kinaongozwa na kina Pastor Maomboleo na Pastor Monde na Pastor Martin Mtuku. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda Karura Forest wa 21 days, 14 days tunakaa kule kwa ajili ya kuomba. Na sasa hapa tuko hapa tunasherehekea huduma. Yes. Na maana ya hii huduma ni uimbaji. Yes. Umeimba, umehubiri. Siku mimi nilikuwa na mwisho ukitokea Tanzania, ulikuwa umefaa kale ka kitu kama askofu, kale ka white na black hapa. Ni ishara ya safari. Yes. Lakini sasa huku kuimba huku leo tunasherehekea, kulianzaje? Okay, kwanza nilipoingia kwa kwaya tulijiunga na vikundi ambavyo vilikuwa vinafanya kitu inaitwa backup, ambapo ilikuwa inaitwa Songzing. Abel wanaijua in Songzing, na Ambassador Ruby ni pale River Road. Mwimbaji akija kutoka mashinani anakuja anatafuta backups, tunalipwa. Wakati ule tulikuwa tunalipwa timu 100 150, tuna back mtu nyimbo zote 12. Siku ile mtu alikuwa na rekodi nyimbo 12. Sasa siku moja Munishi akaniuliza, wewe Kerubo, siwe ni Mkisii na sijaiona mwimbaji Mkisii, kwa nini usitoe nyimbo? Kamwambia, baba, mimi kule Kisii sijawahi kumuona mwimbaji wa kipekee. Akasema, hapana, basi anza wewe, kama hujawahi kumuona anza wewe. Na akanitia moyo, nikaanza kutoa nyimbo kwa kuziandika katika karatasi, kuna kili katika kitabu. Na siku moja nilienda kwa studio ya Kanyotu pale Limax River Road, nikamwambia nina nyimbo ninataka kurekodi lakini sina pesa. Kaniambia, wewe kama Kisii, ulitoka Kisii huko kote ukuje kuniambia huna pesa? Wewe utarudi kwa Kisii wenu wakupee pesa ukuje kurekodi. So baada ya muda Kanyotu akakutana na mimi kwa street, akaniambia, kama Kisii ulirecording nyimbo? Nikamwambia, hapana, nimekupea masaa 6 kwa sababu kipindi kile dadi ulikuwa unaingia kwa studio unahesabiwa masaa, na tulikuwa tunafanya kitu inaitwa straight recording, ambapo reel inawekwa
Unaambiwa ukiharibu utaenda nyumbani na hiyo kuharibu kwako, hizo nyimbo zitaenda hivyo. So unaingia kwa studio, una record straight recording, inatoka kwa reels, inatoka kwa tapes zile ndogo ambazo tulikuwa tunauza. Hili swali halihusu mkutano wa leo, lakini tu nikuulize, unaweza kukumbuka wimbo wa kwanza kabisa mliofanya paka? Wimbo wa kwanza ama mwimbaji wa kwanza ambaye mliofanyia paka, wewe na ambassador pale? Yes. na Bwana Abel na besi yake? Yes. Mimi nilimjua Bwana Abel. Nguvu za Yehova, uwezo wake kweli ni wa ajabu. Huo ndio ulikuwa wimbo wa kwanza mimi kuingia studio kubaka. Amen, amen. Sasa kutokea hapo kumekuwa kwaje? Yaani nauliza kimtasari tu, kwa sababu safari ya miaka 35 sio rahisi kuisema kwa masaa mawili ama kwa dakika 10, lakini niulize, kumekuwa kwaje hapo kwenye hiyo safari? Ulianzaje wimbo wako wa kwanza? Wimbo wa kwanza niliimba wimbo ambao unaitwa Mbia Nyasaye, na huo wimbo ni chorus ambayo nikafikiria ni nini unaweza mwambia Mungu. Baada ya mnishi kuniambia kwamba anaweza kuimba, nikatafuta nyimbo za Kikisii naweza kuimba, zilikuwa tu za kitabu, zile ambazo Mama Miriam alisema tulikuwa tunaenda mashindano, tunaimba kwaya. Sasa singeweza kuimba nyimbo za kwaya, nikasema ngoja nije na mtindo wa kuimba choruses. So nikatunga choruses, Mbia Nyasaye, goirurukanare anyandi naye bwati goirurukanare goirurukanare goirurukanaro nyandi naye twechimbawa temango morore Yesu no muya temango morore Yesu no muya amanga. Sasa hata wale wachezaji walichezea makota, hata hiyo hawajui, wangekugusia kidogo hiyo temango, kwa sababu watu wengi walio hapa wamegrow. Kwa hiyo hii dunia machenzi ni chenzi bwana, wanacheza ile kama ina okay, nisiseme hilo, taongea na wao kando, lakini hebu hiyo temango, hata wale vijana wangu wako wapi? Temango morore Yesu no muya. Wewe ulizaliwa hapo? Temango morore Yesu no muya. Temango morore Yesu no muya. Temango morore Yesu no muya. Temango morore Yesu no buena. Temango morore Yesu no toria. Temango morore
Wewe ulijaribu kaona? Nilikuwa nimejaribu dadi. Kwa hiyo wimbo ilikuwa ni maelezo ya kile ya experience. Nilikuwa nawaambia wengine wakuje wajaribu waone kile Yesu alimtendea. Asante. Jumla tu kwa mtasali, umeimba nyimbo kama ngapi? Ni nyingi, kama nyimbo 1000. Yes. Kuna nyimbo nimeimba hata hazijawahi kutoka. Ukiona mtu apige makofi, ajui jina la baba yake. Mama amekuficha. Nyimbo 1000. Nisizungumzie nyimbo kwa sababu inawezekana watu wanajua tu na jerekina. Amen. Nekerero. Amen. Lakini niseme tu hivi. Hii kazi ambayo umemfanyia Mungu ya uimbaji. Umeimba hapa Kisii tu ama Mungu amekuwezesha kutembea kwenye mataifa mengine? Nimeenda kwa mataifa mengine kama nimeenda Rwanda. Rwanda ndio ilikuwa taifa ya kwanza kutembelea wakati walipata masaka. Tulienda ku benchmark kama waimbaji na wahubiri wadogo wachanga ili tuone wale watu ambao walikuwa wamekufa. Nimeenda Nigeria, nimeenda South Africa, nimeenda Ghana, nimeenda Zambia, nimeenda Zimbabwe, nimeenda Rwanda, nimeenda Tanzania, nimeenda Congo, Uganda na huko Kenya nimetembea kote. Na umewahi fika Kibirigo? Yes. Hapo ndio nilizaliwa. Ni vizuri nijue. Mataifa ni mengi. Umewahi fika Kibirigo? Yes, baba. Basi hapo Mungu ametukumbuka. Hata wewe ni kama amefika kwenu. Jamani, Mungu ametukumbuka kitu. Ili niweze kukuombea niseme hivi kwamba Mungu amekutumia kwa kiwango kikubwa sana. Miaka 35 ni historia kubwa sana na mimi naona kama ni historia itaandikwa kwa sababu wengi hapa wamezaliwa, wengi tena watazaliwa, na siku ya leo ninaamini kwamba kuna watu watazaliwa waimbaji ibuka. Kuna watu watazaliwa hapa. Nina uhakika. Na hata wale mnapiga makofi zaidi, inawezekana ni mtoto wako, na ainuliwe kwa jina la Yesu. Ainuliwe sana. Sasa hapa unaweza kumwambia, wapo waimbaji wengi hapa watoto wako. Na kwenye safari hiyo sitaki kuuliza ni aina gani ya changamoto umewahi kutana nazo, lakini niulize tu, umewahi kutana na changamoto na ni vipi Yesu alikuepusha? Kwa sababu hilo linaweza likamtia mtu moyo kwamba kumbe changamoto zipo lakini Yesu naye yupo. Amen. Ndio. Nataka kusema changamoto ambayo ni nyingi, lakini kati ya changamoto ambazo zilinivunja moyo ama zilitaka kunivunja moyo ni wakati nilishikwa katika nchi ya Tanzania na nikafungwa, nikafanya kesi kwa miezi 3 kwa sababu ya Kwani Bishop Makota alikuwa wapi? Hivi mtu wa Mungu afungwe Kenya nikiwa? Lakini tuendelee tu. Ulikamatwa pale Tanzania? Ilikuwa Dar es Salaam ama wapi? Ilikuwa Dar es Salaam. Nilikuwa nahubiri katika kanisa ya Pentecostal Rehoboth. Kuna mchungaji ambao ni askofu, mke wake alikuwa mgonjwa kansa ya matiti na alikuwa anapelekwa India na kurudishwa Tanzania. So mke wake ndio tulifahamiana naye, alikuwa anasoma kasi ya Kizungu Nairobi na alikuwa anaishi kwangu. Akasema njoo tushikilie kanisa kiasi ninapelekwa India. So nikaenda pale na nikawa nawashikilia kanisa kwa miaka karibia 3.5. Siku moja nikiwa ninahubiri, nikaona Land Rover ya magari ya polisi imejaa polisi. Na nilikamatwa mimi na wachungaji wengine kutoka nchi ya Kongo walikuwa kwenye kanisa, na nikaambiwa sina kibali ya kuhubiri Tanzania. So nikapelekwa ndani, nikakaa mwezi mzima. Na baada ya hayo, kile kilichonifurahisha katika hiyo jela, wanawake walikuwa wananilinda, wale mapolisi walikuwa Waislamu. Sasa usiku ikifika saa 6 wanaenda wanaleta nguo za waume zao, za watoto wao. Kuna mmoja alikuwa na mtoto ambaye alikuwa ametupiwa majini. Akaniuliza kama nina uwezo wa kuondoa majini kwa mtoto. Kwa kweli sikuwa nimewahi kuondoa majini dadi, but nikamwambia ndio. Akaleta nguo ya mtoto. Nilipoongea mbea yule mtoto, ule mtoto akapona. Hapo wakaniamini.
hapa Kenya, hata kama hujawahi ondoa mapepo na umeokoka, si utakuwa umetazama hata kwa rungu unasema out. Kwani wewe usikamatwe hadi ujue kuondoa mapepo na umeokoka? Hiyo siku kumbuka uko na kapawa, unasema out. Ukiona haitoki sema in Jesus mighty name. Yes. Hata mimi nimetoka kwa Wasabato, sikuwa najua chochote. Nilikuwa naangalia tu kwa runinga vile apostle ngao wanafanya. Na mimi naangalia mtu, look at me. Hakuna kitu ninajua. Hapo nasema out. Sasa ameanguka, hii kitu imeenda. Imeenda, you know. Amen. So nikawa nawaombea, wengine waume zao walikuwa wametoka nyumbani, wengine watoto walikuwa wanakunywa madawa za kulevya. Nikiwa tuko kwa gereza nikawa nawaombea, na watu wengi walipona, watu wengi walimpokea Yesu. Na baada ya siku chache nikawa nimempigia Raila na personal assistant wa Raila, nikamwambia kipindi hicho Magufuli ameingia, nikamwambia nimekamatwa, mwambie baba Raila anitetee niondoke ndani. So Raila akapiga simu kwa Makwere, Makwere akaja kunitoa ndani. Alikuwa ni ambassador wa Kenya Tanzania. Unasema ulipigia nani simu? Raila. Wewe angalia simu yako iko na namba ya Raila. Hebu sikia, ambia mtu network yako haija improve. Mwangalie, mwambie improve network yako. Ate wewe ukikamatwa unapigia nyumba 10. Nyumba 10 hiyo safari. So Raila akapigia? Raila akapigia Magufuli. Rais Magufuli alikuwa ameingia uongozini, alikuwa hajakaa sana, alikuwa kama na miezi miwili. Akampigia akamwambia kuna mtoto wetu amefungwa hapo, lakini ni mhubiri. So wakapigia Makwere, passport yangu ikachukuliwa immigration, nikaletewa, na rais akasema nikatiwe tiketi ya ndege kurudi Kenya, na hivyo ndio nilirudi Kenya. Sasa hiyo ndege ya kurudi Kenya ukulipa? Asikulipa baba. Si unaona umuhimu wa chera? Imagine kama ingekuwa hiyo chera ungesafiri kwa gari siku 2. Sasa siku 2 ikapunguzwa. Kumbe ukiwa na Yesu, hata ukiingia kwenye chera, safari yako ya mafanikio inapunguzwa. Ndio. Safari nyingine iliyonitisha ni wakati Mungu alinituma Kongo, that is 2019, nipeleke ujumbe kwa watu wa Kongo ya kwamba waponye nchi yao na washike mchanga. Na nilitoka Kenya, sijui mtu Kongo, hivyo ndio niliingia Kongo. Mimi nilifika Kongo, nilipofika pale mpakani, yule askari aliyenipokea akaniuliza unaenda wapi kwa nani? Kitu umesema hapo samani. Ati nani alikutuma? Mungu. Ulikutana wapi? Alinisemesha kwa siku nyingi. Na ukaondoka tu? Alinisemesha kwa siku nyingi, nika battle na yeye, lakini ilipofika wakati wa kuondoka nikaondoka. Unajua kuna mtu hapa na kule ambako wanatazama hawajui kwamba Mungu anaongea. Yes. Sasa wanaanza kufikiria ama ni balozi alimuongelesha. Ama na ukaondoka tu. Yes. Uende kwa Wakongo. Yes. Na kulikuwa na vita sana wakati huo nimeingia Kongo. Kulikuwa na vita Bunagana, Butembo, Bukavu. Nani alikupea fare? Nilijitafutia fare dadi mwenyewe. Hivi hata uibaji mnafanya bidii? Yes. Yes. Amuomba ombi? Yes. Safari ambazo nilisafiri. Abeli amekataa, hakuna kuomba. Yaani ninachosema ni kwamba kila mhudumu wa injili afanye bidii. Afanye bidii. Ndio. So nilipofika Kongo, yule askari aliyenipokea pale immigration akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia nimetumwa Kongo na Mungu. Akaniuliza umetumwa aje? Nikamwelezea nimekuja kuomba na watu wa Kongo na vita itakoma Kongo. Na hapo akampigia askofu wake kwenye anaendanga kanisa, akamwambia kuna mama nabii wa Bwana. Kongo hawana wamama wa mapasta. Akamwambia kuna mama nabii ametoka Kenya, ametumwa na Mungu, ninaomba mpokee. Wakaja kunichukua na convoy kwenda kanisani kwao. Hivyo ndio wewe Mungu akikutuma mahali
na ukute hakuna connection, go revise, haujatumwa. Mungu akikutuma lazima akupe connection. Lazima atakupa connection. South Africa niliombea mama mmoja, tulikutana kwa mtandao, nikamuombea. Kwake kulikuwa kunajaa mapanya, kunajaa mende zisizoisha. So akawa ananiambia, mtumishi wa Mungu, na kuona unahubiri. Wakati nilikuwa nahubiri Facebook, nikamuombea na nikamwambia amini, aende katika nyumba achukue maji. Alichukua hayo maji ayaombea, alafu amwage kama vile spray mtu anamwaga kwa nyumba, na panya zitaisha. So alipoenda akafanya hivyo, panya zikaisha. Akasema, mtumishi wa Mungu, lazima ufike South Africa. Yeye alinilipia nauli ya kwenda na kurudi, na hivyo ndio nilienda South Africa. Sasa kwa najua kuna mtu hapa anasema, sina mimi mtu wako na panya anipigie. Wewe ngojea ya kwako, kila mtu na ufunuo wake. Bwana asifiwe. Na hiyo mende niliona wapi? Wewe tulia, sio kila mtu atafukuza mende na panya. Hiyo ilikuwa ni network. Mungu anaweza tumia chochote kukuconnect na kule anataka. Ulipokwenda South Africa, ukweli si kwamba ulienda kuongea habari ya panya, ulipeleka habari ya Yesu. Yesu alitumia panya kama avenue ya kwenda kuongea mambo yake. Ni kama hata mimi siwezi kusema alichotumia hapa Kisii. Mimi kile ambacho Mungu alitumia kunileta nihubiri hapa ilikuwa ni ngumi. Kwa hiyo kila mtu ana yake. Wewe unaweza kuwa na panya, mimi ngumi. Mwingine anaweza kuwa ni ndoa itavunjika uende ukiendaga. Hivyo ndivyo Mungu anaoperate. Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naona muda umekwisha. Ile nilikuwa nataka dakika 10 hizo tumalizie hapa kwa sababu huko ilikataa. Unaweza kumshauri nini mtu ambaye yuko hapa ni mwimbaji, labda ndio ameanza wamekutana na Mungu juzi, wengine sio Mungu walikutana, alikutana na wimbo. Amen. Na hajajua anaelekea wapi, kutakuwa kwaje, vile kuko wengine wanafikiria ama ameinuliwa aimbe Ruto must go. Sasa wewe unaweza kumshauri aje mwimbaji mchanga na hata wale wanainuliwa? Amen. Ninataka kuambia kwamba uimbaji ni huduma kutoka ndani ya mtu, na huduma huwa iuzwi, na hiyo ndio kitu waimbaji hawajawahi kugundua, kwamba huwezi kuuza huduma. Na waimbaji wengi sio wanyenyekevu, wana kiburi sana. Waimbaji wengi ni wachache utawakuta kwamba wamenyenyekea. Na mwimbaji yoyote asiyokuwa na cover, asiyokuwa na baba mzazi, asiyokuwa na mlezi, huyo ni yatima tu, ama anaweza kuwa hata chokora town. Watu wakikuona kila mtu anakupiga mateke. Kwa mfano mimi nilipogundua kwamba Mungu amenituma nikae katika hii huduma, watu wengi wamenikopokea kwa sababu ya Baba Murwabe, na hata State House nimeingia kwa sababu yake. Nimelala State House, nimeishi kwa rais wetu kwa sababu ya baba, kwa sababu ya cover yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waimbaji, ninawaomba mnyenyekee tu chini ya mafuta. Wewe kubali kunyenyekea. Mswahili anasema mtakacha uvunguni sharti ainame. Mwimbaji akiwa mahali anataka akae juu, awekwe, akiona na maasha analetwa mbele. Sio kila mara unaweza kuletwa mbele. Na wewe pia leta wengine mbele. Kuwa mtumishi, maana mwimbaji ni mtumishi. Amen. Na Mungu atawabariki. Kuna kitu Rebeka alisema ya kwamba nyinyi mmeimba wakati wa pesa. Sisi tuliimba Abel wakati hakuna pesa. Ambassador, tuliimba wakati hakuna pesa. Hakuna mtu alikuwa anakupea pesa. Hata ukiitwa na mchungaji alikuwa anakuambia ubarikiwe, tutaonana mtumishi wa Mungu, asante kwa huduma. Na unaenda nyumbani ukiwa tu umefurahi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi hatukuimba wakati ule mnalipwa pesa kama leo. Pesa zangu za kwanza kulipwa ama kupewa kwa bahasha katika uimbaji kwa miaka hiyo ya nyumba nilifanya uchungaji, nilipewa na dadia. Wakati nimekuja kuimba 2013, wakati nimekuja kuimba pale Busi County Council. Busi County Council, dadia katuita, na mwenye aliniconnect na dadi aliniambia kuja. Dadia anapeanga watu hata kafea. Nasema anapea watu kafea Kisii. Hiyo ni mojawapo ya faida ya utajiri. Yes. Nikamuuliza Kisii, kuna mchungaji anapea mtu fare? Sikumwamini kwa kweli. Mimi nikakuja nikafanya huduma, ready to go back to Thika. Ndio dadia akasema, mtumishi wa Mungu,
usiende, kuna kabahasha hapa. Mimi nikafikiria ni shilingi 500, wala hata sikufungua hiyo bahasha, nilifikiria ni 500, 300, nikasema wacha hii. Hauko unajua kwamba sitembeangi na 500. Nilipofungua 6,000 those days. Kutoka hiyo siku nikasema kwa kweli Mungu hujibakishia bakshishi. Wewe fanya kazi, tena wema nenda zako. Kuna siku Mungu atakulipa. Bwana asifiwe. Mungu atakulipa tu. Mimi nilipofanya uimbaji dadi, nilikaa miaka kama 10 sioni faida ya uimbaji. Mpaka nikachukua tapes nikarundika huko ndani ya nyumba, nikarudi kufanya kazi kule Thika Water and Sewerage. Nikasema wacha nifanye kazi ya ofisi. Lakini siku moja Alice Chai ananipigia simu kutoka Igesa. Ananiambia, Pastor Mary, umechaguliwa, wewe ndio unaenda kufanya promotion ya Safaricom. Sikujua tutalipwa pesa ngapi. Nikaomba leave, short leave. Tukakuja Kisii tukazunguka. Per day tulikuwa tunalipwa 130,000. Umelipiwa pa kulala na chakula. Nikazunguka na gari ya Safaricom tukiuza Amaco Insurance na tukiuza Safaricom scratches zile zao za kuweka credit. Kwa hivyo Mungu ana njia nyingi za kukulipa. Sio lazima akulipe katika huo uimbaji wa saa hiyo umekuja kwa kanisa ukahudumu. Wewe hudumu, mwachie Mungu malipo. Amen. Mupe makofi mazuri. Pastor, naomba ukae hapa. Sasa naona hapa kutakuwa na opportunity ya kupeana zawadi. Hii ni saa 10 na dakika 50. Mtanipa dakika 5 tu za kuombea huyu pastor, kisha I see there are a few individuals that are supposed to give speeches. Lakini nilipewa neno kupitia kwako kwa ajili ya waimbaji walio hapa na wahudumu wengine wachanga. Asante. Sasa neno nililopewa Pastor Mary kwa ajili yako na ni Luka 22:31 hadi 32. Hilo ndio neno lako. Mpe kalamu andike. Nataka aandike kwa sababu yeye ndiye aliniambia niche hapa kwa ajili yake. Na kama wewe ni mhudumu au mwimbaji ama unataka kushirikiana na Mungu kwa vyovyote vile, nitakuomba sana uandike, maana ni dakika 5. Asante. Luka 22:31 au 31 at verse 32. Simon, Simon, listen. Satan has received permission to test all of you, to separate the good from the bad, as a farmer separates the wheat from the chaff. But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. And when you turn back to me, you must strengthen your brothers. Sometimes, ukiwa mhudumu, you better understand that there are occasions when the devil seeks for permission to deal with you. You must understand there is no way you can have God without a testing moment. Kwa sababu mimi niliomba jana usiku nikiwa kwa kiti nikameditate. Mungu akaniambia, Pastor Mary has sung for 35 years. But for 15 years, you had no direction. That's what he said. I wrote in a very awkward paper, but it's a message from above. It says, first 15 years, my daughter had no direction. But I gave her 5 years of grace, joy and peace. 5. And then it says, she has had another 15 years of nightmare. That's what the Lord told me about your case. I could not ask you whether it is true. I don't revise what God tells me. Neither do I change direction because of the masses.
You have had another 15 years of nightmare. Nightmare means whatever you harvested in the days of joy, you have nothing you can show. But it is him that touched on that. You have nothing you can show. But God told me, I'm happy for my daughter, because in all this, she has not abandoned the faith. That is the quality you have before God. I better bring you the report. God says, my daughter has not abandoned the faith. And God told me this. In the last 8 years, there is a time you wished to shut everything, including your life. Is that true? But God says, but I sent to her a friend that connected her to a new phase of life. And finally, God says this to you. You're getting into your last phase of your ministry. That's what it says. That after this occasion, it will strengthen you and usher you into a new phase of life. That's God. So as we are standing here, celebrating 35 years, we are ushering you into a new phase. I do not know the limit or the number of years, but the Lord says, tell my daughter I will be with her. It might not be singing, but God says she never abandoned the faith. Let me tell you, those of you who are here, you can be given 130,000 per day. But if you abandon the faith, you have no future. Your future is in the faith. Paul tells Timothy, don't abandon the faith that you received from your grandmother and your mother Lois. Don't abandon the faith. It may be kwamba kuna pesa, it may be with money or in scarcity. I standing here, there is a time I thought God abandoned me. I'm happy. My wife, we have been together for quite some time. And I'm happy to see Brother Josh Shimuma here, because we stayed in his house when we had no money, we had nothing. He's here with us, he's a singer. He's a witness. I left his house. I went to stay in Pastor Clifford's home. There are times when the devil receives permission to test you. But what is going to sustain you in the testing moment is prayer and your faith. The faith that you receive from Archbishop Arthur Gitonga in those days is what has sustained you. It is not the power and the anointing in my life that has sustained you. We could have had a small contribution to sustain your life to this extent, but I am sure your faith. Every singer that is here, there will be turmoil in your life, turbulences, times of difficulty, but they should not in any way interfere and interrupt your destiny. I started there. We had some contribution as a church, and myself and my wife. But God told me prophetically, those 35 years,
I gave them to you as a test. This Pastor Mary here is not a seed, it's a garden. And in this garden is a fertile garden for young singers. This is a fertile garden. You can plant in her your seed of expectation. I was with Apostle Philip in the morning. I talked to him. I told him, today we are celebrating Pastor Mary. Then Apostle told me, but I don't seem to know her. I told him, yes, I'm sure you don't know her. But come and see her. It's a fertile ground for our next generation. There are those who are here and maybe they think like we have come to say goodbye to Pastor Mary. No. We have come to say welcome into your last phase of ministry. My father, this is your daughter. Can the church lift up their hands? This woman, you gave her a voice and she followed. You sent her to nations. And you have just told me that the time for her to go to other nations has started. To minister. This woman 8 years ago, she wished to die. But you sent somebody. And today you have sent me to her to tell her, Pastor Mary, your journey is beginning. In matters of ministry, you are not supposed to be my daughter. I'm supposed to be your son. But by the special grace of God and the authority and the power and the anointing, I release you into a more power of ministry. That nations will now hear about you. You are not going to use last time evidences and miracles. God will give her a flesh anointing, flesh miracles. And I pray for those of you who are connected, that let the miracles of Pastor Mary become contagious and affect your life positively. In Jesus' name. That as you move to the next phase, you will not be arrested. Doors will be opened for you. You are received by the cells. You will be received by the embassies. And as this grace operates in you, I pray as a man of God that the same grace may operate under those that have supported you. I pray for Biaki. Where is she? God has told me to pray for you alone because you started this. You came to me. Just come. Come on, Ilya. I pray for you because these doors of nations are open for you. This is the woman or the young lady who came to me and said, Daddy, can we organize an anniversary for Pastor Mary? I told her, my daughter, the same burden that God gave me has given you. A burden of recognizing ministers who are aged. God has commissioned me and commanded me to be a blessing to the fathers. They are not fatherless. They are not orphans, but they are fathers of the land. Just like Pastor Mary is a mother of the land in matters of spirituality and singing. And therefore, Biaki, just like you did not ignore the voice of God and you did not abandon Pastor Mary, the same grace I released to you today. Receive anointing. The grace I receive to you today. Together with the entire committee, whichever door you knock, it shall be opened. Spirit, the Holy Spirit is telling me that He is causing transfer of grace from this lady here. And there are singers and there could be a singer who is saying in her heart or his heart, Father, I need this prayer
as Pastor Mary is moving, I'm moving with her. I have 1 minute for that singer who is praying like, God, the doors must be open for me. I have 1 minute for that singer who is praying. That singer, just on one line, I lay my hand, courtesy of Pastor Mary, and I pray that someone can assist Pastor Mary to come and move with me. Just move slightly behind. I'm blessed with the presence of the servant of God, Clement Obiri, a man that has transformed lives, that God has used greatly. The anointing you are receiving today, just bring her, we will move together. The anointing you are receiving today, there will be no mountain in front of you. No mountain. No power of the enemy. Even the demon of pride will not be on you. It will be humility. Nimesikia Mungu anasema watu hao nataka wapokee upako niliompatia mtoto wangu Nathaniel Pase. Nathaniel Pase. I'm not a singer, but that's what I'm hearing. Receive the grace of humility. Receive the grace. Even as you minister also as a pastor, receive grace to move to the next level. Wanangu, receive grace and the power to move to the next level in Jesus' name. You have helped so many people. So many people. And God is saying, it is not yet over. It is not yet over. Receive grace. It's not over. Spirits, it's not yet over. It's a new beginning. So receive grace. I'm moving with Pastor Mary here to bless you. You have stood with her. We are giving it to you. Receive grace. Receive grace. Receive grace. God is using you. Accept and receive grace in Jesus' name. Receive grace in Jesus' name. Receive grace, a package in Jesus' name. Receive grace in Jesus' name. Receive grace for the next level in Jesus' name. Receive grace in Jesus' name. Receive grace in Jesus' name. I saw you asking God for something, and God is saying, tell her I'm giving it to her. Ukiwa pale umesimama, you asked God for something, He is giving it to you. Receive grace. You are going to be a transformed singer. You will change this nation of Kenya and the land of Kisii. Receive grace, even for new songs. No spirit will come and overthrow you. Receive grace in Jesus' name. In the name that's above every name, as your tears are. Kuna Mungu anasikia sikia. Let me mention something here. Let me mention something. At night when I was praying for this meeting, God gave me a clip of Leonard Bonke. At night, He gave me a clip of Leonard Bonke. He was explaining how he came into contact with the atheist. Isn't it? And these people don't believe in God. And the person told him, the blood of Jesus does not cleanse. I have never seen anybody being cleansed by Jesus. Then Leonard Bonke told the atheist, the blood of Jesus washes. It washes. The man said it has never washed anybody. And Leonard Bonke gave him an example. Take a piece of soap and put it on a table. Can it wash you? The man said, it cannot wash me. What should you do? Just take action. Take the soap, apply it on your body. Let me tell you, singers, a lot of things have been spoken about you, negative things. But to this hour, you can take again the blood of Jesus. Take it as a piece of soap. Apply it once again in your life. It will change forever. God has remembered you. God has remembered you. So receive grace in Jesus' name. Our daughter, God is giving you grace. Musiwe nambio, you go to nations. Receive grace. Receive grace. Daughter of Zion, receive grace. You have transformed lives. And the anointing from Kisii will not be stopped by anybody. So I release an anointing together with Pastor Mary. Receive grace for the next level. Young daughter, as you grow, God will take you to places. May wisdom be given even to your parents. In Jesus' name. Receive grace.
The same grace God gave you when you were singing Enyi Mboyao, the Holy Spirit is telling me, I'm reviving it in Jesus' name. Receive grace in Jesus' name. Daktari, God is on your side. You have the grace of choirs, but they will sing clear and evidence-filled worship. Therefore, receive grace. God is on your side. Receive grace. Don't give up. God is saying, don't give up. Don't give up. Move. 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 Don't give up. God is saying, move. Don't give up. Oh, wengine wanasema hakuna watu wanasikia nyimbo zetu. Hapana, wanakuja. Sing. Sing. Listen. Singers, God is saying this. Don't allow anybody to speak negatively about you. If they speak, don't entertain. Kuna watu wanasema, there are people who say, you are fornicators, you are whatever. Listen, the songs you sing, you receive them from God. If God did not recognize you as a vessel, He cannot make His eternal deposit in you. He deposits in you. I'm not encouraging you to become bad people, but I'm telling you, if you have become a bad person, just understand God still recognizes you and change. He still trusts you as a vessel. You are a vessel of the Almighty God. Praise God. So you are a vessel. Be used of God. Listen less to people, listen more to God. Songs come from the throne of grace. They don't come from people. So receive grace for the next level. Receive grace for the next level. God is giving you grace. Receive grace in Jesus' name. Amen. 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 We give God all the glory. Please be seated. God is on our side. I stand as a witness of the things that God will do after this. I pray for you, and may your faith never fail. As you serve God, when you meet discouragement, understand sometimes the devil seeks for permission. When I slept in Kisii town on the streets, it's not because I was not learned. I had a master's from University of Nairobi, but I was on the street here in Kisii town, not for any bad reason. But I thank God that there are people that were praying for me. Ask all the singers, kindly pray for one another. Pray for one another. Pray for one another. Bishop Monk, you are most welcome. Amen. You are most welcome. Pray for one another. Allow me, by your permission, I don't know whether Ambassador Ruby sings. You do sing. Please, before I hand over to the MC, can you please come and sing to God one song? That's what the Spirit wants this hour. Please help us with the microphone so that she can greet us and sing one song before you take it off. Is it on? Yeah, it's on. Thank you. You can greet us and then move to the. You will take it over after here. Thank you. Praise God, church. I'm a very emotional person. Forgive me. I'm so overwhelmed by everything that's happening here. Before I sing, and I want us to worship God on behalf of my sister because I've walked with her. We've slept hungry. We've preached in this country. We've gone to Pokot, sleeping outside, preaching for people in Pokot. With no food, we actually carry food from Nairobi and clothes to go and preach. She would call me and tell me, I went somewhere and I saw people with problems. The only person I know who can go there and preach, she would tell me, Ruby, there is no offering. The only person I know who will go and serve God without expectation is you. Let's go.
my late mom was alive, she would come and pray for us and tell us, watoto wangu tumikieni Mungu. We've been to churches where pastors, as you said, pastors that are not even recognized. We are more known in our ministry in slums and villages more than in the city. True? That's where God called us to minister. And I want to add to what the man of God has said, addressing the servants of God. Until a seed dies and goes to the ground, it can never give fruit. And dead people don't talk. When you are going through situations, and we've been through hell and back, our houses have been locked, our children not going to school, sleeping hungry, false allegations about us, we have never stopped preaching the gospel. I can stand here and say about Mary and Abel, if there are people I know serve God with all their heart, are these two. They don't do it for fame or money. As long as they are available, they will come and they will preach. And we have done a lot. We met when I was 18 years when I met her. So please don't add 18 plus 35, nawajua. So I want to say this. Why I'm so emotional, Chris Cam, the man of God said, God will send her a friend. I am the friend. We had trips to go to Qatar. On Friday, we were supposed to be in South Africa. We were invited by the kingdoms of South Africa. With all humility, serving God is worth it. I told Mary many years ago, God told me, serve me. No man will pay you, but I will pay you. I never applied for the ambassador job at the UN. My humanitarian work, somebody went and spoke about me, and I was appointed as a life diplomat. So Mary, you are very important for me because I've seen you serve God in the worst conditions. And there was nothing that was going to stop me from coming here. And I told Chris is our COO in the organization, and I will let him speak. But man of God, I want to confirm what you said, that God would send a friend. We are coming to give you a donation of 1 million shillings. Next month, we will be back here. We are buying new sound for ministry. And we will be bringing you a brand new car for you. Man of God, I want to confirm again what you just spoke here. We came here prepared to appoint her as ambassador of the UN Kisii branch. Because we know Mary's heart and serving God. She's that friend everybody needs to have. This woman has come even to my village in Tanzania. She knows my great-grandfather. She knows all my family members. She's been with me in good and in bad.
I love her so much. Man of God, you said embassies will know her. Mary, I appoint you as my PA. You will travel with me the world. There is no other person I can celebrate my journey with than Mary, because we suffered together, we celebrate together. So before I sing, this is a big moment, and I just want to give some background of our organization, the Rubimos Foundation International. We're a humanitarian organization. We focus in agricultural development, affordable housing, and feeding programs. And how it started is a miracle. And when I started my journey with Ruby, it was a tough one. And I remember we were in Dubai. We went through a very difficult transition. And I heard her praying. But it was not a prayer. It was a wrestle. She was wrestling with God. And I said, you can't talk to God like that. She said, Chris, leave me alone. I'm freeing Africa from the poverty that has been ruining Africa for many of years. This is not a battle of one night. This has been fought by my mother, 24 hours praying for this journey and this breakthrough. And Mary, like Pastor said, 35 years was only the beginning. What's happening now is the real thing. So just to lighten up this moment, I asked Ruby, and I asked her, so what's the secret? She says, I have a secret. Nina Siri. Nina Siri o Yesu. Praise God. Mumechocheka sana, tulieni. I know the excitement is a lot. Just a bit. We will praise God. Why we are sharing this testimony, so that you understand when we worship, why we worship the way we do. When we give, why we give the way we do. So Chris asked me, because we've been a journey together for 5 years. He's my best friend in life. We are always together. We call each other 609 because we slept in Dubai in an apartment 609. And he would tell me, are you sure God is going to do this? I told him, when you're trusting God, you don't talk. A mother in a labor ward does not talk. The baby will die. Your work is to push and push and push. So as we speak now, one day we spoke with Mary and Chris on phone. I think it was 3 months ago. Pastor, we didn't know it was going to happen in this way. And we said, our first feeding program for children, we will come and launch it in Ikisi. You remember that phone call? But we had other plans, how we were going to do it. But we didn't know this was the time. So we are coming back again, Pastor, while we bring our sister Haka and her sound. Mary, we were rehearsing. Tunaanza kuanza injili sasa. I told Chris many years ago, because God had spoken to me
there was an amount of money he was going to release to our organization. And I told him, as soon as that happens, you run the office, I'm going to preach. So the time has come. I also need to say, man of God, I'm so honored to meet you. You've been my friend on YouTube for many years. And in my heart, I wished I could ever meet you. By the grace of God I have, I'm so honored. Naomba Mary tusamehe kama Watanzania. Tumekuja na baba yetu, deni tumelipa. Tusamehe. Tusamehe kabisa. Walikufunga jela ya maisha, lakini Mungu amekufungua maisha. Mtu wenye matunda lazima utapigwa. I tell people every day, if they don't talk about you, check your life. There's nothing you're doing. So I want us to worship God. And Chris loves Nina Siri. Because he has seen, because every day he asked me, what is the secret? I told him it's Jesus. So Mary, kwa niaba yako, naomba tumwabudu Mungu. Namshukuru Mungu kwa maisha yako. I thank God he has carried you. Najua hata hujasema yote, kuna mengine huwa tusemi, tutaandika kwenye vitabu. Umepitia mengi, lakini Mungu amekuwezesha. I'm so happy for you. I'm so proud of you. I'm so excited. And thank you for honoring my friend. Thank you, Mary's friend. I thank you so much. Tukikanyaga moja uko nyuma yetu. Pastor, thank you. Sisi ni watumishi, tumeona mengi na watumishi wa Mungu. I am humbled by your humility. Hata sikutarajia haya. May God bless you, and I sow 1 million to this ministry. Mama mchungaji, asanti. You are rare gem. Tumeona mengi, hatutaongea. But seeing servants of God so anointed yet so humble. Watumishi, this is the secret. Humility. Serve God with all your heart, with all your strength, then shall he make your ways prosperous. So naomba watu wa vyombo tufanye worship. No, we will do live. Nina siri na ya Yesu, yanifanya niwe jasiri. Mani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Aliburudisha, nikirukaruka, Hosana wewe. Yaniburudisha, nikirukaruka, nikisema Hosana wewe.
baraka juu ya baraka juu ya baraka juu ya baraka. Na Baba, wewe ambaye umevumilia mpaka dakika ya mwisho, umeona hizo baraka zote, you are a partaker as well. Tuna wakati mchache. Mara nyingi ni KMC wanapigana na wanamuziki, wanasema MC, mimi umeniacha kwa sababu mimi ni mwimbaji duni. Hakuna mwimbaji duni. We are all equal singers and ministers in the sight of God. Kwa sababu ya muda, kuna wengine ambao hatutaweza kuwapatia nafasi ya kuimba. Hata mimi nilikuwa niimbe leo lakini sitaimba. Hata wimbo wangu nilikuwa niweke hapa la sijapeleka, sipeleki. Hiyo inakupatia fursa nyingine ya kurudi hapa Gospel Embassy wakati mwingine, na utapewa nafasi ya kuimba. Kwa sasa tutajaribu kukimbia na masaa yanayozidi kuyoyoma, kwa sababu we have people going back to Nairobi, and I know also Ambassador and Chris and the team, and including me, we are all going back to Nairobi tonight. So like for now. So tuwe radhi, tujaribu kwenda mbio mbio. Tumembariki kwa njia nyingi, lakini pia nyinyi sitaki kuwanyima baraka ya kumbariki Pastor Mary. Kwa hivyo tutachukua muda mfupi sana kwa ile sehemu ya support, na wale ambao watakuja watapata nafasi ya kuzungumza speeches. Tafadhali sema tu jina lako na umwambie congratulations for 35 years of ministry. Usianze tumetoka nini na nini, yote yashasemwa. So for now ningelipenda kumkaribisha kwa haraka sana mtumishi wa Bwana ambaye nimeambiwa ako na haraka ya kuondoka. Atakuwa wa kwanza kuzungumza, na ukija hapa tu ukipata nafasi ya kushika microphone, zungumza na utoe support yako. Zungumza na utoe gift yako, tumalizane na wewe. Usirudi kukaa chini eti nitakuita tena ukuje kutoa support yako. Once you get this opportunity to come up here, it is your chance to come up here and tap into the blessing by releasing what God has put upon your heart. So, Pastor Mwangi, tafadhali. Makofi kwa Bishop anapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Natambua mamlaka ya mtumishi wa Mungu Mtume Morwabe na mama ambaye ndio wazazi wetu hapa, na our chief guest Mchungaji Mary, na watumishi wote wa Mungu katika nyumba, wawe ni waimbaji, wahubiri, wote tunawaheshimu. Bwana wabariki. Naitwa Damasco Mwangi, mchungaji hapa mjini Kisii. Samahani nimechelewa. Nilikuwa nimemwambia Mary nitachelewa, lakini nitafika, maana nilikuwa na functions kadhaa. Hata sasa hivi naenda mahali nakimbia huko. Kwa hivyo namheshimu, nampenda Mary, na kama hakuwaambia Bwana MC, naomba dakika moja zaidi, maana hawa wengine ni wazungumzaji tu, lakini sasa huyu ndiye alileta Mary Kisii. Labda hakuwaambia. Alikuwa amepotelea Nairobi. Tukakutana Nairobi. So tulipokutana Nairobi katika shughuli za injili, nikamwambia nadhani huko Nairobi hawatambui upako yako. Kuja mahali wanaweza tambua. So miaka kadhaa imepita, tumefanya na yeye uinjilisti huku na kule, hivyo ndiye akaanza kupenda Kisii. Maana watu wengi haswa wa Kisii walikuwa na dhana fulani ya Kisii, lakini huku ambako ulikuwa na dhana mbaya ndiko umepata gari. Huku ndiko amepata nini? Yamaanisha kwamba climate ya Kisii inabadilika, anga ya Kisii inabadilika. Yaani ni wapi Kisii kwa kanisa ya kiroho ama kanisa yote ile ulisikia eti jambo kama hili linafanyika? Hakuna. Na kweli, kusema kweli, watu wetu wengi walihama, wakajua ndio utoboe ni uende Central ama sijui uende wapi ama wapi, lakini Kisii utakufa, hata mazishi hawatakuja. Lakini kwa neema ya Bwana tumebadilisha na naweza sema kama Elia, nenda muambie Ahab, mvua inayoenda kunyesha ni kubwa
sana, mvua ya upenyo, ya baraka na ya neema. Tuketi, maana shida ya watu kusimama wanakoroga mhubiri. Na hapa kuna kaneema fulani apostle. Si unialike siku moja, sitaitisha sadaka. Nialike tu nipitie hivi. Lakini utaona kama utaniwacha niende bure, Mungu hata kuacha. 1 Corinthians 15:58, the Bible says, be immovable, steadfast, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Today we are not reading the scriptures, we are seeing it in the life of our sister. God Almighty bless you all. Na kutumia kitu kwa simu yako. Sitaki kusema ndio ule Pastor Hesbon niko na deni yake ataanza kunisumbua. Aliniita kwa chachi yake sikuenda. So nasukuma kitu hapo. Na pastor anajuanga nikisukumaga nasukumaga kitu mzuri. Sisukumagi kitu mbaya mbaya. Makofi kwa Askofu Mwangi. Amekuwa wa kwanza kusukuma kitu kizuri, kwa hivyo ni kielelezo kizuri, wengine tuzidi kusukuma kitu kizuri katika jina la Yesu. Mlizungumziwa na Askofu Makota, mkaambiwa kuhusu ubora, excellence. So whatever you do, wacha kusema, wacha mabakshishi, wacha balance, wacha change. You do quality, ubora. Yes. So next, bila kupoteza muda, tuna mwakilishi ama PA wa Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni CEO wa Kenya Music Copyright Society. Yuko hapa na amevumilia. Hao watu wanakuanga na haraka sana, lakini amekaa amevumilia mpaka saa hizi. Solomon, sorry sana kwa kukuweka. Ningelipenda uje saa hizi umwakilishe rafiki yangu. Makofi mazuri. Thank you, thank you. Hakuna is Solomon Omboto. I'm also the CEO of Myogenic Africa Talent Academy, whereby Daktari, he's our chancellor, and Mzazi William Tuva is our patron. Ndio maana nilipoambia MC alitaja kadota hakutaja mzazi, na naomba aje aombe msamaha. Mambo Mseto na Willy M. Tuva. Amen. Yes. Mupe heshima mzazi wa kutunza vipaji. Kweli au sio? Tunamshukuru Mungu kwa wakati huu. Sitaki kuchukua muda mwingi. Naleta salamu na heshima zake Dr. Ezekiel Mutua. Him and Mama Mary, they made me cancel my trip to Europe. I was supposed to travel on Friday, just like you, Ambassador, but she made me cancel my trip, and I asked her one question. There's nothing good in Kisii. And she can confirm. She told me, my son, just come. And I said, because you have said, I will come. And I don't say that just because I'm not from Kisii. I'm born and raised in Kisii. My home is in Kiroka. I'm here to fire you up. Just, you didn't know, I'm also a retired
United States Army. I am the youngest retiree in this house. Amen. My point is, when you serve God with all your heart, with all your might, with all your strength, God will bless you. And indeed, I have felt the blessings of God in this house. And I want to say that even my mother and my father, they heard I was coming. They also came and joined me. Please, they can stand up and just wave. These are the folks who have believed in me, supported me in whatever I've done. Team Myogenic in the house, just wave. My PA who received me, just stand up and wave. Thank you very much. Together with Dr. Ezekiel Mtua, I'm going to send 30,000. And I will tell you one thing. I don't know how they got in touch with Dr. Mtua, but somehow, whenever Dr. Mtua received anybody from Kisii, he sends them back to me. And then I'm like, what am I supposed to do now? Then she called me several times. I told her, relax, I will get you meet with Dr. Eddie. And they did meet with Dr. Eddie. And when she met with Dr. Eddie, she told me, I'm not traveling back before I meet you. Because we had not met. So we went, I told her, okay, come and meet me. She came, and the first day we met, I told her, during your event, I will buy you the dress you want to. Because as she was meeting me, somebody was bringing me my dress to my event. And then I said, this could be a very good gift for her. So I told her, hey, talk to her. Any price, me, I will just pay. So, kwa kifupi, ni mama amebarikiwa na vile mchungaji alisema kwamba this is just our beginning. And we bless that beginning. And thank you very much for having me. May God bless you. Makofi ya King Solomon. Solomon alipewa hekima na akapewa vitu vingine vingi pia. You are blessed. Thanks so much. Asante. The next person I'm just about to invite, I think I'm going to invite my co-MC to, before you go. Yes. Kulikuwa wachungaji fulani wakiombea mgonjwa. Sasa mchungaji fulani mzee wa kanisa akaanza kuombea mgonjwa akasema, Mungu mponye huyu mgonjwa kama ulivyomponya mtoto wa yule mtoto wa nani. Alafu mchungaji mmoja akasema wa Jairus. Alafu akafungua macho akasema, basi maliza tu hiyo maombi kwa vile unaonekana wewe ndio unajua. Maliza tu hiyo maombi. So wewe njoo mkaribishe huyu. Maliza tu hiyo maombi. Makofi kwa Abel Amunga. You are to a wonderful son from Western. Allow me now bring one beautiful young lady, one blessed daughter of the soil, one who represents us in the current government, one who makes us feel that we are there. We are bringing to you one and only CEO of the Bomas of Kenya. Makofi kwake. Thank you so much. Abantu babu nchali egoika 2027.
Smile ndio waone that unaweza. Bantu babo nchariki wika 2027. Mother itenkwane. Thank you. Wow. Wow, wow. I lack words. God is good and all the time, and that is his nature. Wow. Wow. Today I am so overwhelmed, and I'm so happy. This lady here called Pastor Mary, I have just known her for less than 2 months. But I feel like I've known her my whole life. Because in the 2 months that I've known her, she has transformed my life. When you see someone who wakes up at 3 and prays for you, isn't that someone who God has sent to you? Isn't that someone who has you in her heart? And remember, she's someone I've known in 2 months. What if I had known her like 5 years ago? Mary, congratulations. Men usually say, I wish I met you earlier, right? But Mom, I wish I met you earlier. But in the 2 months that I've known you, you've done a lot. The recent past, I had a small challenge, very small. But to me, I saw it like it was a mountain. And this lady was calling me, and whenever I saw her number, I was like, wow, what am I going to tell Pastor? Sometimes I could pick, sometimes I could not. But anytime I picked her call, she would talk words of wisdom. And whatever I was going through, I could feel like this mountain, imeisha. She is my spiritual mother in my journey ahead of me. You've heard that I'm running for Member of Parliament, Bonchari constituency. And as I stand here, you're looking at the first woman Member of Parliament, Gusii region. I tap the blessings from this altar. Pastor Murabe is my very good friend. He also prays for me. And when I was starting this journey, I also talked to him. And what he told me is that I have the favor of God. And that is why in my heart, I know I am the next Member of Parliament, Bonchari constituency. I don't know what to say. Your journey has really touched me. I'm so hard to cry, but today I have really shed tears. Unfortunately, I didn't have an handkerchief. Mom, God bless you. And whatever it is that you're going to do, please keep blessing people the way you've blessed me in the small time that I've known you. Please continue praying for me. I will really need your prayers, including you, Pastor Murabe. We tap the blessings of this altar. And Hallelujah. Biaki, you are God sent also. And girl, you're destined for greatness. Whatever it is that you're doing for this generation in Kisii and for the gospel industry and the work you're doing for God, God will repay you. Don't wait for anyone to pay you, but I know from what I've seen today, man, this God is great. And if you haven't picked anything today, please go
I hope this thing is on YouTube, right? Is live. Do this video, and whatever has happened today, we are tapping from whatever has happened today. And everyone is going home blessed. If you're going through anything, if you are going through anything, please know as from today, God has blessed you, and whatever it is, God is going to take care of it. Thank you, and God bless you. Amen. Thank you. Wow. I will send you 10,000 to bless you. Makofi ya mheshimiwa. Thank you. My Bible tells me via my pastor that in the fullness of time, the Lord will make it happen. Mary, it's your day, it's going to happen. Allow me now, very short, the Gatembe TV crew, please come very fast. Kuna wengine wanaenda chuo cha mheshimiwa kwa Chagaiga. Pastor naanda bantoni ngabwate, I'll be losing abantu bako genda kuchikubuli chikura mheshimiwa Kurwaga, mheshimiwa Onsarigo, antu bako anda kuchiabu. Gatembe team, that is Gatembe FM and Gatembe Television. These are colleagues to Mary, and I'll allow them very short, these are the colleagues. Mary, kuja tupigwe na wewe picha tafadhali. Kuja hapa katikati tupigwe na wewe picha. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Skiza. Hili ni maethingana kiuri. Tafadhali. Ni kwa sababu ya muda. Hawa sasa wawili, hii ndio shida. No. Sema tu jina and then tuende kwa sababu ya muda. Aro mbiyamole. Mbiyamole naende. Habari zenu. How do you do? Okay. Nchasa Marieta ni gonkoro kwa Eric Oseko. Seito nigere bonchali sawa Purity Kirera. Okay. Oyo rule gaiga. Okay. Oyo nchene kura yae. Bono nale goteba Gatembe FM ekiunga kiama mugusigwana 2.7 asembwa to mukubwa no korwanere Geoffrey Onsarigo alafu ni gonkoro kwa Omogaka James Onkorogo kibacha igona ataka ngaki ntebi pastor Muruabe motebi mbuya mono sana soko twaliga nugo chagiga iga na ende motebi nga Nyasaye no muya buna toretre paka giga iga igoro chino ni turigo toreka. Thank you. Igoto atore kirembu ya mono sana. Kirembu ya mono sana. Thank you. Iwe ni ya mwisho. Ruoto pake. Opake ruot. Yes. Kumbe mujui Kijaluo ya na Kijaluo is a national language yaye. Mimi ni Onyango Marco Peyo serikali Matio wa Gatembe Television, colleague to Pastor Mary. By the way, tukiwa huko tunaweka makoti na tuombea kama watoto. Thank you very much. Tutafanya kibira yetu kama sisi. Thank you. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina najulikana kama Kevin Ongeri, but ile jina yenye mnajua ni DJ Atsan. Tunafanya na Mary kwa show inaitwa Umosa Soko Jumapili. Pia tunafanya na Bonnie B. Show inaitwa Schools Connect ambayo ni ya gospel, inaguza vijana au wasaizi wanaitwa Gen Z. Thank you. So mbarikiwe, nashukuru sana. Mary tumewaki na yeye kutoka 2022 tukutane. So tumewaki nayo through hii muda wote hadi leo. Umesikia Mary amekuwa PA wa ambassador. Taka lonely baba. Ongelesha PA, ambassador vizuri. Ongelesha ambassador vizuri. Okay, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina vile nilikwisha kusema, naitwa Reverend Winnie Kwamboka Isaya. Nami tunasaidiana pale na Pastor Mary
kwa kipindi cha Omusa Soko kila Jumapili. Thank you. God bless you. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mama yangu. Kwa majina naitwa Benjamin Manwa, ama huko kwa kipindi ninaitwa King Bon B. Sasa mama anapotoka asubuhi ananipatia kijiti saa 4 na ibeba mpaka saa 7. Thank you. Amekuwa msaada sana. Thank you. Thank you so much. God bless you. Huyu Bon B unapokaa, huyu ni the head of production, is the production manager. Hizo vipindi zote unaona ziko chini yake. Niambia 2027 mkate mimi sitakuwa TV, utabaki na TV yako, nitakuwa mheshimiwa Kitutu Central Ward. Thank you. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dakika moja tu. Sisi watu wa brother tuongeangi mingi. Moja, pastor, unajua tulikuwa tunafikiri maneno ilikuwa inaiza mapema sana. Sasa nilikuwa mimi head of production, nikaeka hii kitu onea. Nikiwa kwangu saa 7 bado ikaonea. Ninaingianga misa saa 10. Mimi ni Mkatoliki. Nikasema bado hii kitu ijaisha. Nikaamua siku mzima leo ni kutoka kwa Pastor Murobe. So hata watu wenye wako kwa manyumba zao siku ya leo wamebarikiwa. Thank you. Hivyo ni mzuri. Thank you. So ni kwa sababu ya Pastor Mary. Pastor Mary dakika moja, mimi ni mtoto wake by the way. Lakini ile heshima ananipea kama head of production, ananikuja ananiambia, "Daddy, unaweza nikubalia nilete mgeni?" Unajua inakuanga ni heshima kubwa. Mama, Mungu akubariki. Nikiwa mheshimiwa, haki na mimi nitakuongeza gari. Niombee tu nikae mheshimiwa. Sitakuwa sawa. Mwisho, sisi kama wanasiasa lazima tuongee siasa kidogo. Nitakuwa MCA Kitutu Central. Mungu anasema kwa kitabu chake, kila utakachoomba ukiamini, Mungu atatenda wakati wake ufikapo. Ni ukweli ama ni uongo? Kweli. So Pastor Murobe, kwa siku ya leo, wewe ni rafiki yangu. Niweke kwa maombi. Hii kitu watu wenye hawana mwili. Thank you. Thank you. Kwa hivyo kufikia hapo, wale watu wamefika hapa hawajatoa kitu. Kwa M-Pesa yako siku ya leo kama mheshimiwa, ukiona jina yangu kwa wengine ikiwepo, langu litakuwepo. 27 Mungu akinibariki, muniombee sana. Thank you. Amen. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Ikiwa unampenda Mungu na uko hai, fanya hivi. Hiyo ni heshima ya Pastor Mary. Our dad and mom, Pastor Murobe, we want to thank for this function. Mimi nimekosa la kusema kwa sababu pastor, tumetembea sana. It happened kwamba mbali na kuwa kwamba mimi pia ni mwakilishi, ni msimamishi wa radio idhaa ya 102.7. Tumekuwa na mam pia aliniambia katika shughuli ambayo uko nayo, naomba kwamba uwe mmoja wa committee members, na ikahappen kwamba nimekuwa mwenyekiti wa kamati ambayo imepanga haya maneno tangu tuanze safari. Kwa hivyo sina la kusema, nimeona miujiza pastor. Kwa sababu yote ambayo tumekuwa tukifanya na committee watakuja wakasema tumeona miujiza. Thank you. Majina anaitwa Geoffrey Onsarigo. Ma'am, on behalf of our director Obed Mokua and the rest of the entire Getembe TV and radio, you will see something on your phone. Hiyo ni heshima kubwa sana. Mungu akubariki sana. Thank you. Onsarigo is the head of radio here to Getembe. Na naomba msamaha kwamba director wetu hakufika, Obed Mokua. TV yetu ilikuwa na itirafu, so anaishughulikia. As the station manager nikakuja na niletea wengine. So as the station manager sasa mimi the station manager wa huyu na hawa wote, want to say this. Pastor, listen to this. Mmekuwa mkimwongea ambassador. This lady when she came from Nairobi akakuja akaomba kazi. Aliomba kazi, by then kuja tafadhali Madam Josephine come. Ndio alikuwa director wetu, mume wake na ni mgeni wake. Wakakuja akaingia kwa ofisi, wanaongea na yeye. Hii maneno utaconfirm ka hapo kwa sababu they are very close friends. Alipoomba kazi tulikuwa tujaanza TV, tulikuwa tujaanza TV. And then after some time, you know, she's a pastor, she's a singer. Ajui hii maneno na media iko na sheria zake. So
I'm in charge always ya training. All mambo ya TV na mimi ndio niko in charge ya training. Nikaambiwa ndio huyo. And then ajui hizi vitu. So she could make mistakes today, tomorrow mix, but she's a mother. I respect her kama mama yangu. Nikamtreat kama mama. Finally akaanza kipindi hivyo. After 3 months ameanza kipindi, she went blind. Huyu. She went blind. So you can imagine someone is preaching, this is the microphone, anaangalia hivi kwa kamera, ile ukianda inakuingia, kamera iko hapa, amegeuka. So she's doing, it was that hard. I want to confess today that it was so hard for us to make a decision, tuendelee na yeye ama tumdrop. Makoti, how could you do that? As human beings, it was hard. But at the end of the day, alikuwa na nyota ya injili. She has the highest, she has the audience yake hapa Kisii. Hii mambo ya Protestant churches. Hakuna mtu, I authoritatively report, hakuna mtu amefikia Mary kwa hiyo audience yake. So in this, wananitanga elder. Waniambia elder, what do we do? Tukasema, wacha tumwache meanwhile. And then Mary alikuwa analetwa, anapitishwa hivi, tulikuwa hapo State House, anafikishwa ndani, anafanya kipindi yake. And what is funny, kuna kipindi ilikuwa inaanza saa 10 asubuhi. Huyu mtu haoni. Nani anakuja kumpokea that morning? And then at the end of the day, Mungu ni nani? Akakuja, tukampatia likizo ya 3 months. We gave her a leave for 3 months, a sick leave. She went, akaenda hospitali, akafanyia operation. After 3 months, she came back. Here she is. Hallelujah! Today, we are celebrating a victor, an heroine, someone who has stood. God bless everyone who came here because of her. God bless you, Mama. Sasa, kama you're going with her today, naweza muandikia barua, naweza kimbia nimletee barua. Si ndio? Mambo mzuri, so that aseme my manager na alikuwa vizuri. Unaenda leo, nimwandikie barua. Thank you. That is amen. God bless you and God bless your ways. Kama Getembe, we say we are grateful, we are thankful because we've seen God's hand via you. Na najua hata nikizeeka, when the right time comes, God will do what? Will make it happen. Huyu sasa ni rafiki, and then huyu ndio alimuajiri that time, the husband. Salimie and then uende ukae utuambie na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Namshukuru Mungu pia kwa kufika hapa Gospel Embassy. It's really a blessing. Pastor Mary hapa. Kimwangalia kati ya mimi na yeye anakaa mkubwa kunishinda. But all through amekuwa akiniita mom. You can imagine the kind of humility Pastor Mary ako nayo. Tumekuwa marafiki, amekuwa wa msaada sana kwa familia yetu na tunashukuru Mungu kwa hilo. Jina langu vile nimewaambia ni Josephine Mora, nimekuwa the former boss wa Mary, I'm wife to Kevin Ombori. Mungu alitubariki, tukasonga, tuko sasa hivi katika Kisii TV. So namshukuru Mungu sana. So Kisii TV is also represented. Thank you. Thank you. Thank you so much. As we do that, thank you so much. Mary unaweza kaa. Zawadi yetu iko vile tumesema kwa pamoja tunakupea. All fans wa Getembe FM na Getembe TV, kama mpo tafadhali. Our fan, because they came kwa sababu they are fans wake. Fans wake, simama tafadhali. Bismarck, come very fast. Kuja hivi mpunge hivi tukae so that nilete MC. I'm sorry for taking that long, but we had that history. Kuja hivi mpigwe picha. Mary pigwa na wao picha, wakae. Pigwa na wao picha tafadhali, only picture as we next. Wakati tuko na media, any media house kama amewakilisha Kisii, any media house yenye imekuja, any media house, Kadimpo, kuja tafadhali, na Waege sana nilimuona, come tafadhali, come.
Kadimpo ni Kisi. Sawa. And then na huyu anawakilisha. Thank you. Kimaliza picha hawa waingie tumalizane. Thank you. Madam Kai. Thank you. Just one word na vile umetumwa hivyo. Praise the Lord. Praise the Lord again. Akia watu ni wavumilivu. Tumekuwa na nyinyi hapa tangu asubuhi. Acha Mungu awabariki. Mtoka huko na mwingi hapo kwa nyumba zenu. Pastor Morobe, thank you so much. I think today ndo nimeingia hapa. You have been my friend, but from a distance tunapatananga. So today is my first time to see you actually one-on-one. I'm so grateful. Tumelia hapo nyuma, tumekata vitunguu hapo nyuma kwa ajili ya baraka ambazo Mungu amekubariki nazo leo. We tap the blessings too. Thank you so much, Mom, for the humility. I had your Pastor Chris. Thank you too. Na nyinyi wote tumeshukuru sana kwa siku ya leo. Acha tumshukuru Mungu. Mungu aendelee kupewa sifa zake kila siku. Kwa majina anaitwa Shelly Kadot Kadimpo. Vile alisema wako na Shelly Kadot Amtabi na Kisii pia Enoko akasema wako na Shelly. Yeah, mimi ni Shelly Kadot Kadimpo, nafanya na Kisii FM. Program inaitwa Ege Teacher kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7. Kisii FM inashika 94.1. Thank you so much. Niruhusu, please. Also say thank you so much to my brother there, Solomon, King Solomon. Ubarikiwe pia. Mimi ndio nimereceive King Solomon leo akikuja Kisii na wazazi wake pia, na washukuru sana. Wacha Mungu awabariki. You have a king. Indeed you have a king. Thank you so much. Praise God. Praise God again. Nataka kumshukuru Mungu kwa maana hii siku ya mama imekuwa ya mibaraka najua kwa wengi. Mimi sio mtangazaji, but nimesimama hapa kumwakilisha Omo Iverania wa Ekesa FM. I've been there today morning and I told him about mom. She said, "Mom, Mary, hii report ni yako." Nimesimama hapa kumwakilisha Omo Iverania. Yes, nilimwambia ulikuwa una celebrate miaka 35 years in the ministry and he was very happy. Na akanipa mchango wako nikiletee, nikamwambia umemtafuta sana apatikane, akasema pole. Ameniambia nije nikupatie 2500 zake. Kwa bariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimesimama hapa kuwakilisha watu wawili na mimi mmoja. Wa kwanza ni CEO wa Obwanchani TV from the States of America. I sent him a card yenye niliitisha mom and he said atakutumia mchango wake kwa simu. Another person ni wa 360 Media ambaye ni CEO, young CEO, Fenweris Monchoro. He was here but amekimbia Nairobi kwa ajili ya masomo, anafanya na Kenya Film pale Nairobi. Alinipa mchango wake wa shilingi 1000 na mimi ninaitwa Bosli ama Lydia, nafanya Mwamogusi TV. Mbarikiwe. Makofi mazuri. Tusimame kidogo tu, tunyooshe kidogo. Kidogo tu. Miguu isigande sana. Haya, ukiwa hapo sema, mimi nataka Ebeneza nijenge juu yako. Mimi nataka Ebeneza uwe msingi wangu, ziwe langu la pembeni na kutamani sana, ziwe langu la kumani na kuhitaji sana. Ebeneza
Thank you very much. Tunaweza kaa chini. Kuna watu wageni ambao ni waalikwa ambao labda huenda wasikuwepo na wametuma representatives kama vile Daktari Ezekiel. Kwa hivyo sijui kama Honorable Steve Arika ambaye ni mwakilishi wadi wa Ibeno yuko ama ametuma mwakilishi. Kama yuko aje, kama ametuma mwakilishi tafadhali kwa haraka aje. Now that I'm not seeing anyone, I'm going to also invite KCB Governor, KCB Bank. Kama yupo tafadhali njoo mheshimiwa, ama kama kuna mwakilishi njoo haraka tafadhali apigiwe makofi mazuri anapokuja. Asante sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Excited to be here, Pastor Mary. We thank God for you. Congratulations, and may God bless you. I've known Pastor Mary for some time, a good friend. I think I knew her through Pastor Muruabe, who also comes from my home. So we've been friends. And I don't know what to say, but I have not seen a very humble lady like this Lady Mary. Mary, that level of humility will take you places, and God is going to bless you, just like what other speakers have said. Thank you for the guests who came and who have blessed Mary. On behalf of myself and my family who know you, we are also going to credit your account with 10,000. May God bless you. My name is James Maganda. Maganda is the manager KCP and the regional manager KCP. Thank you and God bless. Thank you very much, sir, for the awesome contribution. Now, the next one is Honorable Justin Miruka, tafadhali. Wakilishi. There being no representative for Honorable Justin, I guess Bishop Peter Ngene, wageni walio confirm kwamba watakuja, wageni walikwa. Umbali tumetoka, ndio maana tunatambua. Very fast. Nitaita tu wageni ambao wamealikwa kwa haraka, and if you hear your name kindly because of time, do not forgive me for hurrying you up. Tafadhali unisamehe kwa kuharakisha. Kuna watu wako na watoto hapa wameanza kusikia njaa na lazima waondoke, kwa hivyo tafadhali kwa haraka sana. Honorable Florence kama yuko tafadhali. Thika Thuo tafadhali. Kaka Williams kama yuko ama mwakilishi. Ambassador tafadhali, ambassador shakuja tayari. Bishop Ngene, Bishop Mwangi ashakuja tayari. Daktari Ezekiel ashakuja. Honorable Steve Arika, Joseph Nyamwaya tafadhali. Honorable Joseph Pastor Joseph Nyamwaya. Bishop Ochako. Hawa ni wageni ambao tulialika na wakakubali kwamba watakuwepo, na labda kuna wengine wameshawasiliana tayari na pastor, kwa hivyo tutawaia radhi, najua watakommunicate. Na tunapoendelea namna hivyo na uko pale, kabla sijakufikia ningelipenda kupatia namba ya Mary, namba ya Pastor Mary. Tafadhali kama unaweza toa simu yako, kama unaweza kutoa simu yako ni uandike mahali, nitakupatia namba ya Pastor Mary. Aya, namba ya Pastor Mary ni 0722 633
960. 0722 633 960. Aya. Nakuomba tafadhali uje usaidie kuita hawa mabaki. Thank you. As we do that, thank you. As we do that, kuna bahasha ziko pamoja na sisi, and still hata usipopata bahasha, we'll call Mary here, utampatia what you wanted. That is where we are there. After Bishop, ulikuwa Bishop Ochako. Thank you. Bishop Ochako. Thank you. Bishop Peter Rioba. Bishop Shiemi. Bishop Susan. Pastor Bakari. Pastor Bakari. Apostle Hope from Congo. Apostle Hope from Congo. Pastor Mary Wamboi. Josephine Umburi ashatoka. Bishop Haraka. Bishop Baraka. Bishop Baraka. Pastor Dorcas Onsongo. Bishop Masese. I'm going fast because baby I'm the Reverend Thomas Nyakundi. Honorable Ominga Magara. Honorable Omingo Magara. Samuel Obiro. Honorable Justin Miruka. Reverend Asuma, Pastor Joyce. Thank you. Because of that, bila tumekimbishana hivyo. Kuna wale wageni ambao tulikuwa Pastor nilitaka aje, so that marafiki wale wengine wamekuja. Pastor kuja tafadhali as we call, ndio tuone vile inakaa. Thank you. Wapi yule wa kupewa pesa huko hapa? Mary kuja tafadhali. Mheshimiwa Steve Warika ametuma 5,000. Thank you. Na tuanze na wale mko hapa. Director wetu yuko wapi? Director wa TV Embassy Network Television. Nimeona watu wanatoka lakini lazima tutoe pesa. Tuanze na kamati. Kamati imetoa pesa yake? Bado ndio inakuja. Kamati ngapi? The committee please come. Entire committee come. Na tupatie kitu hapa ya kupepa pesa kidogo tukusanye hii kwa hapa. Kamati chairman kuja hapa. The committee please come up front kwa sababu ya picha. Hata wale ambao mko hewani tafadhali mtapewa namba. You can be sending your 0722 633 960. Mary Kerubo, hiyo ndio namba yake. 0722 633 960. Chikamati Jones tafadhali. Hapana kamati. Chikamati Jones. Chikamati nchu. Wana kamati, asante sana. Nimesikia wageni wengine hapa. Pastor Bakari ni mgeni. Nilisikia jina lako lakini nitakuita. Okay. Kamati wako hapa. Wapi yule mwenyekiti atuambie vile wamefanya, alafu we move to the next level. Tokwenye microphone bwana. Thank you. Kamati inapokuja tafadhali, kama gari yako ni kuna nini umeangusha hapo? KBD 646U. KBD 646U. Tafadhali, kuna gari kwa nyumba yako tunataka kusonga as Pastor gone. KBD. D. Matembati nyingola zangine yani. KBD 646U. KB. KBD. Matingana chirichia chito gorotora chibwata bia. I know that. Thank you, Pastor. These are the committee members. I want to pay here so that you can be seen. We were just a big number, but this is the team we used to sit na kupanga kila kitu. So by now we have 42,500 tunampea, na pia wanakamati nafikiri Pastor Mary yako wapi? Nafikiri mpeka kitu tunaweza fanya something ya kwetu, yes, something kidogo. But Pastor, naomba kwamba au wanakamati wamefanya kazi kubwa sana, kwa sababu kila siku tulikuwa siku ya Jumatatu tunakutana mpaka wakati mwingine tunapanga mpaka usiku kwa sababu ya kazi hii. Mlikutana siku ngapi?
Naomba tumekutana. Kama siku ngapi hivi? Miezi sio siku. Tulianza hii kitu miezi mbili iliyopita. That is like how many days? We were meeting every Wednesday. Around 10 days kwa ujumla. Nauliza hivyo kwa sababu kama kamati kabla before hiyo pesa mtaeka 10,000 ya ile siku mmekutana tuheshimiane hapa ni kanisani. Tafadhali tusaidie 10,000 kabla hiyo 42 tunashukuru, lakini ya hiyo masiku mlikutana. Kuna siku hata niliwaona kwa hoteli, sijui mwalimu, na mlikuwa mnakunywa chai. Tusaidie kamati. Mimi michango yangu inaenda namna hiyo, tupee hiyo 10,000 ya 10 days. Pastor, tukingoja, naomba kwa hisani yako, kwa jina tu, kwa sababu nikimwekea mic anasema yeye nani. Sawa, namna hiyo haraka. Naitwa Spidix Omurwa. Good. Love you the queen. Good. Doreen mdogo. Oh, mdogo. Biaki the brand. Good. Olfa Ben. Liz Mora, pia ninatoa pesa za mwimbaji anaitwa Adam Mora 1,000. Good. Pastor Mary. Good. Reverend Winnie bado na msupport na 5,000. Thank you. Zimefika Bosli Vice Chair. Aha. Edith Joseph. Pastor Elisha. King Bon B. Wow. Sasa chairman ndio Nami ni Onsarigo Geoffrey. Sawa. Na umesema kuna keki. Ni size gani? Maana tuangalie watu ndio tujue. 6 kg. Gorofa ni 5. Ita watu wengine hapo kwa barabara. Ita watu wengine, hiyo ni hatari. Sasa si hiyo 42 mtaweka pale, lakini kwanza nipe hiyo 10. Hiyo ya 10 days. Hiyo ni ya reverend. Hiyo si unaona vile amekaa, hiyo ni ya reverend. Hiyo ni mambo ya reverend na mambo ya injili, you know. Hiyo ni mali ya kipindi. Hiyo ni pesa ya kipindi. Pastor, lakini ni kama amutaki kurespond. Naomba na kuomba kwa sababu sio kwa sababu ya heshima na asawadad, nimeona wakiniangalia wakisema hiyo imebaki, tutafanya na tutampea kwa leo, tutaenda kando, tutampatia yote. Yani nilikuwa nafikiria kama kamati, hata wewe unajua mheshimiwa, si vizuri kuongea mambo ya 42 na kuna 50 mbele. Si hata wewe unajua. You move to the nearest, then aita muenda na mtoa hiyo 2,000 mmpea 40 ama muongeze mumpea 50. Si ndio? Enda kando basi nishughulikie wengine. Enda kando. Enda kando. Pia mano sana. Patia hiyo microphone. Yule asante, mulete hiyo 50. Enda mano kanda alimokuwa na kuanega. Tumesikia mgeni mwingine hapa ni Pastor Bakari, pastor wetu hapa kanisani. Tafadhali leta pesa yako pastor. Mgeni. Na hawa wengine mko hapa, tafadhali inuka tu kila mtu ulete ile uko nayo. Nianze kutangaza baraka hapa ya haraka kwanza. Hawa wageni wanapokuja. Mmemaliza? Kidogo tu amesema kidogo tu. Pastor, hebu leta hiyo yako. Ninaona watu hata watu wengine wa kanisani tulitoa kidogo, lakini tutaongeza hii. Pastor Bakari kama mgeni wa Pastor Mary na mwenzake hapa kanisani 5,000. Thank you so much. Huyu Pastor Lois kama mgeni wake pia. Pastor Lois amesema anaendea 1,500 ndio nitangaze. Asante mbugati yangu chiki sana jitokorwa. Asante 1,000. Rafiki yako hapa. Sister yako Alice Mora 1,000. Wow. Powerful. Na wengine simama hivi tuone vile unaenda. Pastor Festus ingia jina la wako andiko ma. Imefika. Pastor Lois 5,000. Thank you so much. Imefika. You move to the nearest. 5,000. Thank you. Hata kama umetuma kwa simu ni sawa. Imefika. Thank you. Everini Nyamweya ametuma 1,000 kwa simu yako. Thank you. God bless you. Everini, God bless you. Nani mwingine? Hata waimbaji wetu wale vile mmecheza muziki namna hiyo.
Amuleti asante. Pianist wetu hapa Emmanuel ametuma, umepeleka 500? Umepeleka 500. Imeenda 500 ikawacha kutuma the other 500. Ndio ikuwe 1000. Anarudia hiyo kitu hii iliharibika kwa simu. Ilikataa. Lakini alikuwa ametuma 500. Ninajua haijafika mpaka iongeze hiyo yake ifike. Ninajua kabisa principal rafiki ya Pastor Mary na ambaye ni mgeni wetu hapa ametuma 1000. Hebu angalia kwa simu kwa balance. Anaongeza 1000 ifike 2000. Asante principal, ameongeza hiyo 1000. Mga komentona ra musani Pastor Mary kabisa. Ndugu yake kabisa maneno. Yes. Amen. Osindigisire na 1000. Mpige makofi jamani. Kwani mkinyamaza hivyo si hata keki itatunyonga. Ili hata kerosi laini. Dominic. Asante musiki iko na kelele. Asante. Weka musiki, punguza kelele. Amen. Dominic amekutumia 1000, abarikiwe. Amen. Emmanuel ametuma hiyo 1000, abariki. Nimeiona, hata nimeisikia kwa. Amen. Wapi waimbaji wengine? Thank you so much. Baba. Ngaikuwa 500 chini. Ameongeza hiyo 500 kwa simu na ingine imekuja hapa ni 1000. Hiyo inatutia moyo. Please. Ile kwaya yetu ya Yesu ni mwamba na vile ile uniform siwezi kuiacha hivi. Wapi daktari? Hiyo uniform ni kali. Daktari njoo, hiyo uniform ni kali na tena inakaa mpya. Hesabu watu ulete pesa yao 1 2 3 4 5 20. Leta 2000. Tuweke gramu 100 sio kwa ubaya. Inaandaka namna hiyo. Mbio ule. Unaitwa? Rusia Mokera 1000. Mpige makofi jamani. Hii ni ngapi? Chichibeke ni chibena toa beta. Erubu. Baba tele neru. Simu. Hebu Pastor Mary. Angalia kwa simu kama umeona jina Isabela mwimbaji. Ukiona 500 niweke hii ndani kwa 1000. Waimbaji ni 1000 walisema. Hiyo komenta. Ile ndio. Amesema umpe dakika moja, hilo jina linapitia State Road. 500. Thank you so much. Daktari, pia mwana ase kwa na manyabako. Twatire kumama ene twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mukate ni kutoka ametoka ama ni ameenda kupanga kazi? Mukate umeenda kupanga kazi ama ni keki? Keki wajia kina mama wataleta tu, wewe njoo tupambane na hii maneno mengine hii ya pesa. Kuja tupambane hapa kidogo. 07 8 633 960. Hapo hiyo pesa imeenda. Mary Ongaki na jina mukate Enoch kwa lilo lile tingwane sama tabawe ndokyo bolimo. Devi ameleta hapa, mpige makofi. Nimemwambush. God bless you. Ati ungependa ule wapia na alete. Bwana Aperi amesema ati wewe utaleta. Mabu. Pastor Eric Kauna, this is 1,000. Amen, ndugu ya Mary. Abarikiwe sana. Thank you so much. Hata ulionekana utaleta. Na unakaa kama Israeli Mbonyi. Amen, thank you. Si anafanana na huyo mzee? Wewe hata wewe kuna siri. Amen, amen. Babu, mwatere myake menge ogoseseniria. Abarikiwe. Amen, amen, amen. Wakili, watu hawaleti na wewe mtoto wako ni mwimbaji. Ninajua umetuma, lakini leta ile sasa pesa taslimu. Ile ya kugusa. Mtoto wako ni mwimbaji. Watu siwezi ondoka hapa kabla. Hii ya mtoto mwimbaji umembariki sana 1,000 na hiyo ingine imekuja hapo. Mingi namna hiyo. Ingongo bwate lindwera. Andali ndo ingongo ikerelia. Karundi. Tufanye namna gani? Karundi ametuma kitu hapa, abarikiwe sana. Tufanyeje? Bwana Habel. Bwana Munga. Tufanyeje? Tuende kwa keki ama wewe tupeleke kwa keki? Najua nimemwangalia Askofu Makota. Askofu Makota kabla hiyo keki. Bwana Askofu. Hivi huu mwendo kutoka Dar es Salaam wanasema mpaka hapa.
na wamesema wenyewe kwamba uliendesha gari mwenyewe. Hivi hiyo safari yote nina uhakika na nimekujua kwa sio zaidi ya siku 17 kwamba hautakuja tu kwa ajili ya wimbo na kuendesha gari. Iko kitu. Hebu njoo bwana. Huyu mtoto ulimlea sana, lakini ndio umesikia nikiuliza vile mimi nimekufahamu. Ndio nimeuliza alipokuwa kwa jela, wewe ulikuwa wapi? Hapo tulikuwa tujakutana. Hamkuwa mmekutana? Ndio. Angekaa kwa jela hata siku moja. Asingekaa hata dakika moja. Kabisa. Lakini pia ukumbuke, ndio, angekosa kukaa kwa jela, angepanda ndege. Askofu, okay, tupokee pesa ya Tanzania sasa. Okay. Naitwa Bishop Samuel Makota na benchi yangu Mary. Tumekutana kama miaka 5 sijui kama sikosei. Tulikuwa Arusha kwenye conference ya watumishi karibu 100 na kitu, na yeye alikuwa ameconduct na mimi nilihudhuria. Nilikuwa simfahamu, nafahamu naangalia tu kwenye group. Sasa akiwa pale na kuambia tu pale mwanzoni kwa nini tulikutana na yeye Mary, wapi tulikutana, hivyo watu waweze kuelewa kwa sababu walikuwa hawajajua. Hapo akawa ana introduce wale wageni mbalimbali, wachungaji, maaskofu. Alipofikia akasema sasa nataka niwatambulishe mtu mmoja maalum sana. Mimi sikuona kama nitatambulisha mimi kwa sababu tulikuwa tufahamiani. Lakini akiwa hapo madhabahuni akasema ninawatambulisha leo baba yangu nimekutana na leo. Nilikuwa sina baba wa kimwili. Wakati baba yake wa kiroho alinitambulisha mapema, Bishop nilimfahamu toka siku hiyo alitambulisha. Lakini akasema mimi sijawahi kumuona baba yangu wa mzazi wa kimwili. Na mama yangu, lakini baba yangu sikuwahi kumfahamu. Sasa wewe nimekuona. Akasema huyu ndio baba yangu kuanzia leo hii. Alisema madhabahuni. Wakati huo amesema hivyo, tulikuwa wachungaji na maaskofu zaidi ya 100 na kitu. Wakati tumeshuka pale, alikuwa amekuja na wandugu watumishi wengine kutoka Kenya, walikuwa wanawake na wanaume karibu 10. Alipoweza kufanya vile pale, aliposhuka tukasalimiana, alilia sana. Akasema hata kama labda ukinikataa ni wewe, lakini mimi Mungu ameniambia wewe ndio baba yangu mzazi wa kimwili, sio wa kiroho. So is up to you. Niendelea, nikasema, nikanyamaza, nikasema nimekupokea. Baada ya kumaliza vile pale, wale wengine walikuja wakaniambia kama umempokea huyu, hata mimi. Wakasema mimi hata sina baba yangu alifariki, na mambo unipokee. Na mwingine akasema hivi, lakini nikasema kwamba ni nafasi ya yule mtu mmoja, hiyo tu peke yake, siwezi kusema kitu kingine. Na wakati huo siku za nyuma, wakati tukiwa na mke wangu tumeanza kuoana, tulisema tutazaa watoto kama 2 tu, wengine Mungu atakuja kutupatia. Tulipanga tuzae watoto 2 tu, alafu wengine Mungu atakuja kutupatia. Sasa wakati aliposema yeye, nikakumbuka hiyo siku tulikuwa tumedecide na mke wangu, nikasema huyu ndio yule mtoto wa 3 Mungu ametupatia. Baada ya hapo alimpigia simu mama yake, na alipokuja akaniita mama yake akasema naomba nije nikuone, nimefurahi kuona kwamba mtoto wangu amepata baba. Ndipo nilisafiri safari mpaka Nyantulago, nilifahamu Nyantulago, nikakutana na mama, tukaongea, alifurahi, tukafurahi, na hivi nimeenda kama mara 3. Kwa hivyo mimi ni baba yake, sio wa kiroho. Wa kiroho ni mmoja anaitwa Apostle Murabe, mimi ni wa kimwili tu, baba yake mzazi. Amen. So, nikukumalizia, nilimtambulisha kwenye familia yangu, walimkubali kwamba huyu ni mtoto wa 3, wakamkubali. Na ndio maana sasa hata nimekuja safari hii, wanajua ameenda, wale watoto nasema wameenda kwa dada yetu, na mke wangu anasema umeenda kwa mtoto wetu. So tumeongea na anaongea nao kila siku kwenye simu, na tunapanga mambo mbalimbali. Na tumekubaliana na familia yangu kwamba katika lile shamba la gold ambalo sasa tunakwenda kuanza kuchimba, tumetoa 2 kwa ajili ya binti hapo. So
ni yeye tukichimba zile dhahabu akiuzia Kenya ni yeye, akiuzia Europe ni yeye. Kwa hiyo baada ya muda ukimwona anavaa gold, usishangae anatoa shambani kwa baba yake. So ni hilo tu, sina zawadi nyingine kama baba mzazi. Nampa tu eka 2 ya gold, tuchimbe pale aweze kumfurahia Mungu. Asante. Wow, amen, amen. Asa. Mimi ni mjukuu wa Wakikuyu. Tatizo askofu. Askofu, sasa mimi ni mjukuu wa Wakikuyu. Tatizo hapo, eti umesema wapo wengine waliomba nafasi ukuwapa kwa sababu uliwaambia kwamba nafasi iliyokuwepo moja. Sasa hivi watu wengine kama sisi wachukua wa Kikuyu tunawapenda dhahabu, tutafanyaje? Itakuwa kuaje kwetu? Lakini hilo linatosha, maana binti huyo sasa, wewe baba yake mzazi, mimi baba yake wa kiroho. Sasa sisi sio main-law, sisi ni wazazi. Kwa hiyo tutaangalia hilo shamba vile litakuwa. Amen. Amen. Wewe umempa shamba, tutatafuta trakta ya kuchimba hiyo. Amen, amen, amen. Asante sana. Mbarikiwe sana bana. Nafikiri Pastor Elisha yuko, na msikia kuna keki, mama yuko. Sasa kuanzia hapo mpeleke mbio mbio tuondoke hapa. Kuna yule alikuwa anashughulikia keki, kwa hivyo kate tafadhali. Waimbaji wako tayari pale. Cake matron yuko tayari. Hakuna Mungu kama wewe Bwana.
na wale wamebaki wamekuwa sauti mzuri kuliko hata wale walienda. Imekuwa even louder. Oh yes. Cake matron, take it away. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa ishara ya mkono. Kila alilosema ni kweli, hata nikikawia ni kweli. Amen. Amen. Neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Amen. Asante, asante. Yani, kwa unyenyekevu nataka niwashukuru sana, especially wale ambao mmekuwa hapa since morning na mmevumilia mpaka saa hizi tunafika tamati ya sherehe hii ambayo ni kukata hii keki. Lakini kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Tulipokuwa tunaanza hii safari ya kusherekea my best friend Pastor Mary, that was last year. Kuna wakati alikuwa anapanga event, anapanga lakini afanye. Sasa siku moja when she won the Gig Awards as the Legend Artist of the Year, nikamwambia sasa wakati ule umefika. And I talked to her, we formed a WhatsApp group. We had a few friends, but God has done it. Kila kitu nataka niwaambie ni kwamba katika safari ya utumishi, hii biashara tunafanya ni ya Mungu. Na kila mara mimi nasema unapofanya biashara ya Mungu, Mungu anafanya biashara yako. When you do God's business, God takes care of your business. So, stay humble, keep pushing, and fix your eyes on God. And He will always direct your steps. Congratulations, Mary. May God bless you. Amen. So I hand over this mic to our mom, Sister Lona, to take it over. Give us the cake. Praise God. Wakati tumefika kwa cake, si tumefika the heart of the matter. The heart of the matter. And I want to really appreciate you and the work that you're doing. Praise God. Now, sometimes, you know, as Pastor Mary has been in this ministry, saa zingine you just you know, we always just look, juu ana story, sema tu praise God mom, anaenda shughuli zake, a few responsibilities here and there. But during this time I have learned a lot. And there was one thing yesterday I was telling Abel, there's, apart from me miaka tunasherehekea, mtu kuwa na marafiki alikuwa nao 35 years ago, who can cancel trips to other countries, yani to do other things, that they are coming to celebrate her, really spoke to my heart. Kwamba walikuwa waende, si wamesema walikuwa waende kwingine, but they have come to Kisii, Kenya. It also made me think, who are the people we are working with in this journey? And I pray that as we have received, as the man of God in this house prayed for the different ministers here, and he declared over our lives, that apart from hiyo milango tu kufunguliwa, Bwana pia tufungulie marafiki ambao tutatembea na wao. And even as we are down and as we are rising, they will always be there with us to see what the Lord has done. Praise God. So we were talking the other day and I was telling her, summit with summit, God is doing something new. She was telling me, Aki, ninasikia, I don't know. But I remember just telling her, God is doing something. We didn't imagine it was this soon. But today is a new beginning. And as we are sharing this cake, it is just a small symbol of the new beginnings and the great things that happen. Tumezoea keki kwa birthday, keki sijui kwa harusi.
I always love napenda kutumia ya birthday. You know, by the time you are celebrating a birthday, it means you have finished that year. Unajua when we are celebrating, I am 40 years. Sio ndio unaanza, umemaliza 40. You see, tunasherehekea mtoto 1 year akiwa amemaliza 1 year. So we are celebrating this past that she has had and this new beginning that we are starting. Praise God. Hii miaka 35, hata kama alikuwa analia, leo it is the end of those 35. Sorry. As we are beginning a new year and new things and every blessing that has been declared here, that is what we are cutting into today. Jina lako milele tutakusifu, mahali umwema tutaishi. Tumeona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Before tuende, nimeona mmeanza sherehe nyingine hatuja nimewaona sana. Nimewaona. I have seen my daughter looking at me like, mami, yani unakata keki na hatujaomba. Unakata keki na hatujaomba. I want you to pray for this cake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe umekuwa Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Kwa kweli Bwana, hakuna aliyekukimbilia akapata haya. Hakuna aliyekukimbilia ukamtupa nje Bwana. Nimeona mkono wako, nimekuona ukitenda. Na kushukuru hata kwa keki umetubariki nayo mbele ya wazazi wetu tunapoenda kuila Bwana. Tunaomba ibariki na itakasa, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Hallelujah. So tunaweza endelea as we prepare to serve you. Praise God. Amen. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono, mahali uliona pekee hatuwezi. Chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Tasifu jina lako milele, tutakusifu mahali tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli. Mkono Mungu mahali uliona pekee, chini ya watu hawainua, na utukufu
gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 ego